Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel. Maombi na maombezi. Watu wa Mungu tusimame maana tuko na muda mfupi sana. Leo apostoli alisema hataki tuweka watu hapa sana. Baada ya muda mfupi sana niko na madakika machache tu ambao nataka tutumie. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamekuwa na muda mzuri wa kujiombea? Wangapi wamekuwa na muda mzuri wa kujiombea? Unasikia umejiombea, uko mahali, ama kama bado, weka mkono kifuani, mwambie Bwana niko tayari. Kwa majina naitwa Walter Otando, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na kwa hivyo tuko hapa katika hii movement. This is a movement. Amen. This is a movement. We are here for Mfalme wa Amani movement and we are pushing it. Praise be to God. That's why God has brought you here. Tell your neighbor, that's why God has brought you here. Mwambie jirani yako, you are here on a mission. In the name of Jesus. Inua tu mkono mmoja wa kulia juu, mkono wa kulia juu. Useme, Mfalme wa Amani, you will not die here but you will go far. Mwite tu Mfalme wa Amani, mwambie you will not die here but you will go far. Oh my God. In the name of Jesus, tell Mfalme wa Amani, you are going far, you are going far. You are going far in the name of Jesus. You are going far. Mwambie Mfalme wa Amani, nimekuja kuweka nguvu zangu, nimekuja kuweka maombi yangu, nimekuja kuweka mawazo yangu kwako, nimekuja kuweka maombi yangu kwako. Nihakikishe ya kwamba Mfalme wa Amani unaenda katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mfalme wa Amani, you are godly chosen in the name of Jesus. That's why you have connected nations, tribes, families, churches, men and women in the name of Jesus, because you are God chosen in the name of Jesus. Just speak a word from Mfalme wa Amani. Just speak a word, speak a word, speak a word, speak a word from Mfalme wa Amani. A prayer from Mfalme wa Amani in the name of Jesus. You are a family to us, Mfalme wa Amani. You are a family. You are a family to us. You are home for many in the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody make a prayer. Make a prayer. Make a prayer. Open your mouth in the name of Jesus. Declare something. Declare something from Mfalme wa Amani. Oh my God. In the name of Jesus, the Son of the living God. We love you, Jehovah. We love you, King of glory, because of this mission, because of this mission. In the name of Jesus, in the land of Kenya, Mfalme wa Amani, you will be favored. In the name of Jesus, you will go far. In the name of the Lamb of God. Oh my Father, we know that you are the King of Kings. Hallelujah. Open your mouth. Somebody make a prayer. Make a declaration. Make a declaration from Mfalme wa Amani kwa jina la Yesu. Maana Mfalme wa Amani ndiye ametukusanya. Mfalme wa Amani ndiye ametuleta pamoja. Maono haya ndiyo amekusanya wewe na mimi. Madhehebu na watumishi wa kike na wa kiume wote wameletwa kwa ajili ya Mfalme wa Amani katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Father, we love you. Father, we worship you, Lord. We love you, Jesus. We love you, King of glory. Jehovah, we thank you in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jehovah. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu unatawala. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I feel that you make this prayer kwa sababu najua kuna mtu ametoka nyumbani na tumekuwa na muda wa kujiombea, lakini nataka uombe ili ombi. Yaani kuna mtu umetoka nyumbani na umekuja hapa
lakini sasa mawazo yako haijatoka nyumbani, maana kuna mambo ambayo umeacha haijakuwa sorted vizuri. Hallelujah. I just want you to commit what you have left at home, you commit it before God, ili kwamba ukiwa hapa you be settled. Urudishe mawazo yako hapa kwa sababu ya kitu ambacho Mungu anataka kufanya hapa, ili ya kwamba baada hapa ukitoka nje ukienda nyumbani ukute Mungu amefanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Najua kanisa unadaiwa leo. Najua nyumba saa hii kuna landlord amesimama na kifuli. Watu wa Mungu, naelewa hii mambo, tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua watoto shuleni, una mwingine umepigiwa simu ya kwamba huyu mtoto anarudi, na umekuja hapa umesema tu kwa sababu ni apostle aliitisha. Yaani umesacrifice tu ukuja, lakini nyumbani kuna kitu ambacho umewacha hakiendi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka mtu wa Mungu, maandiko inasema Bwana anajua hata kabla haujaomba. Mungu anajua ya kwamba unayahitaji hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili ya kwamba uwe na amani, kwa sababu tumekuja kwa mfalme wa amani, ili ya kwamba huyu Yesu ambaye ni mfalme wa amani akupe amani ndani ya moyo. Ukiwa hapa usiwe na wasiwasi, yale mambo Mungu atashughulikia. Muamini Mungu tu pamoja na manabii wake. Lile neno utapokea hapa apostle atakaponena, wewe amini Mungu. Najua sisi wote ni wahubiri, lakini neema ni tofauti. Hawezi jua kwa nini Mungu amekuleta chini ya huyu mtumishi wa Mungu leo usikilize neno. Hilo neno ambalo umeletewa hapa siku ya leo, kuna kitu utatoka nacho hapa, na Mungu anaenda kutenda ile hitaji ambalo umeacha nyumbani. Yule mtoto ambao unasema ni mgonjwa, ulikuwa upeleke hospitali ukaacha ukakuja. Wengine umeachia mama anateseka naye, wengine umeachia msichana mkubwa, wengine umeachia msichana wa kazi, wengine umeachia mama anashughulika, baba anashughulika. Lakini nataka nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba baada ya hili una kitu Mungu anaenda kutenda nyumbani katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Hallelujah. Nataka upeane ile kazi, ulikuwa uende interview lakini unaona schedule zikaingiana na mfalme wa amani. Ulikuwa uende mahali kutafuta kibarua lakini ukakuta mambo tarehe zikaingiana, ukashindwa option, ukasema ukuje hapa tu kwa ajili ya Mungu. Nataka upeane kwa Bwana yale mahitaji yote, peana kwa Bwana. Lile jambo ambalo umeacha nyumbani, peana kwa Bwana. Wale watoto, peana kwa Bwana. Hata kama ni karo ya shule, peana kwa Bwana. Hayo mahitaji peana kwa Bwana, kwa sababu Mungu anaelewa. Yeye ni mfahamashi wa kebakana ya Bazeria. Anajua kila kitu ambacho unahitaji. Anajua ya kwamba unahitaji kula, anajua ya kwamba unahitaji yote. Kwa hivyo mkabidhi Bwana, mkabidhi Bwana ile shughuli, ile kazi, ile ofisi, mkabidhi Bwana. Kama ni mambo ya kanisa, peana Bwana. Mpe Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, I give all to you now in the name of Jesus. I give all to you now in the name of Jesus. I give all to you now in the name of Jesus. I give all to you now. Mwambie Bwana, nikiwa hapa sitaki kusumbua moyo wangu, lakini sasa nakuachia. Sitaki kusumbua mawazo yangu, lakini sasa nakuachia katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Kwa sababu unatawala Bwana, kwa sababu unatawala Bwana, kwa sababu unatawala Bwana, katika jina la Yesu. Inua tu sauti yako, inua sauti yako, yaombe, yakabidhi yote kwa Bwana. Kabidhi hiyo familia, kabidhi hiyo ndoa, kabidhi hiyo biashara, kabidhi hao watoto, kabidhi hiyo ofisi yako, hiyo kazi, hayo majukumu yako, yakabidhi kwa Bwana. Yale ambayo yanaweza kufanya mawazo yako yakuwe diverted kutoka kwa ibada ya leo, mwambie Bwana ya kwamba sasa ninakupa nafasi ya kwanza, ya kwamba Bwana ukatawale katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai. Bwana ni asante, maana umetamalaki. Mwambie Bwana ya kwamba unachukua usukani in the name of Jesus, the Son of the living God. Make a prayer. Somebody make a prayer. Something must happen after this. God is going to intervene. My Father, intervene now kwa jina la Yesu. Huyu mtumishi wako Bwana ametoka nyumbani, lakini sasa hivi Mungu, wakati huu ni wako, ya kwamba mawazo yakuwe hapa na yale mengine yote Bwana tunakuachia, ya kwamba uchukua usukani
kwa jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. We love you my Father, we love you Jehovah. Hallelujah. You are the final maker, Lord. In the name of Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy. Oh, you are Alpha. Worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Mipango. Can you somebody read for me the book of Proverbs chapter number 16 verse 1? Nimeona mtu wa Mungu hapa na Biblia. Tafadhali yule akona Biblia tu haraka. Proverbs chapter number 16, tuingie maombi ambayo tuko nayo kwa haraka tu. And you be ready because I can pick you to come here and help me here. Hallelujah. Proverbs chapter number 16 verse 1, 2 and 3. Proverbs. Yes. The preparation of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Hallelujah. Praise be to God. We want to commit everything unto the Lord, because we have the plans and the final answer comes from the Lord. Hallelujah. Apostle came with a vision, but now for this vision to go ahead, God must answer. God must come in. God must intervene. And now we want to commit everything. Our nation needs your prayer, you and me, that we may stand in the gap. That's why we are here, to stand in the gap. Tell your neighbor, you are here on a mission. Hallelujah. Praise be to God. So I just want us to go before the Lord. Tumshukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Apostle Ndura wa Ruingi. We want to commit him and the entire team of this synagogue in the hands of God. Hallelujah. The entire church. Ya nataka tumuombee yeye na kanisa na familia yake. Nataka tuende mbele za Bwana. Hallelujah. Kwa sababu kama yeye hangepanga huu mkutano, Mungu ampange kupanga mkutano na tukutane hapa, watu wengine mimi ningekuwa na shughuli zangu tu, lakini Bwana amekusudia kwamba wakati kama huu, masaa kama haya, utakuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni mtu ambaye anahitaji kuombewa, tusimame na yeye. Sio kwamba hajui kuomba, anaweza kujifanyia ibada, si ni mtumishi wa Mungu. Lakini maandiko yanasema kwamba tuchukuliane na tuombeane sisi kwa sisi, mitume. Tukumbuke, remember the old saints. Praise be to God. We carry each other in prayer, in supplication and thanksgiving. Hallelujah. So this vision, this man of God needs prayer. Kwa sababu ujue saa hii
Yule jamaa mwingine sasa, unajua sasa anapiga mateke huko, anatafuta ni kitu gani kinazalika pale. Kuna kitu kinazalika hapa ambacho kitaleta shida kwa ufalme ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye lazima anatafuta vile ambao atapenya penya, lakini sema sio mimi nitaingia huko. So sema sio mimi nitatumika. Haleluya. Sema sio mimi nitatumika huko. Mimi niko hapa. Haleluya. Lakini uko hapa kwa roho safi, usiko hapa tu hivi. Unajua kuna mwingine anaweza kuwa hapa lakini ndani anasema tumekuja kupima. Wewe pima, utapimwa wewe. Haleluya. Usikuje kupima. Kama umekuja kabisa, mwambie jirani, muulize na umwangalie kwa macho vizuri, muangalie. Ukimpima vizuri, muangalie, usiniangalie. Muangalie jirani. Na ukimwangalia vizuri. Haleluya. Praise be to God. So nataka inua mikono yako mbele za Bwana, tuombe mtumishi wa Mungu. Enda mbele za Bwana, ombea mtumishi wa Mungu. Muombe. Mtaje tu jina lake, unamjua. Muombe na watoto wake na maono ya kanisa hili yote tuyaombee kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Jiombee, tumuombee mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Inua sauti yako kwa ajili yake. Enda mbele za Bwana, muombee kwa sababu ya neema ya Bwana katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, tangaza ya kwamba Bwana anaenda kumwezesha. Tangaza ya kwamba Bwana anaenda kumuinua. Tangaza ya kwamba mambo ambayo atahitaji Bwana atasupply. Kama ni fedha, Bwana atapeana. Kama ni nguvu ambazo zinahitajika ndani ya afya yake, afya njema, Bwana atampa afya njema katika jina la Yesu. Na milango yote ambayo inahitajika kuwa wazi, haitafungwa kwa jina la Yesu. Inua mtumishi wa Mungu mbele za Bwana, na maono aliyo nayo si kwa ajili tu ya Kenya, lakini kwa ajili ya dunia nzima katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, omba in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Father, we love you. Father, we worship you. In the mighty name of Jesus, declare something for the man of God and the mission. Declare something in the name of Jesus. Ombea mtumishi wa Mungu Apostle Nura Waruike. Tangaza ya kwamba hakuna vizuizi itakayosimama mbele zake kwa jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, tangaza ya kwamba Bwana atatenda kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Baba, asante maana unaweza. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Kwa hivyo nataka tuende kwa sehemu nyingine kwa haraka tu. I just want us to pray for the politics of this country. Hallelujah. Nataka tuombee tu siasa ya Kenya. Tunaona vitu ambavyo vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika hiyo nafasi nataka nimwalike mtumishi wa Mungu akuja tuongoze katika hiyo sehemu kwa dakika 2 tu. Hallelujah. Tuombee siasa ya Kenya. Hallelujah. Ya kwamba tukatae hakutakuwa na damu katika jina la Yesu. Karibu sana mtu. Thank you Jesus. Enda tu mbele za Bwana. Inua tu mikono yako, mwambie Mungu, tunaleta taifa letu mbele zako Bwana. Tunaleta taifa letu mbele zako mtakatifu. Damu haitamwagika tena. Mungu, utaleta amani, maana wewe ni Mungu mwenye amani. Jehova, tawapa hekima na maarifa Bwana ya kuongoza hii nchi Jehova. Tunaalika nguvu zako na uwepo wako, ukawape neema na kibali Bwana. Mungu, ukawanyenyekeshe mioyo zao, mioyo za vita Bwana ukawaondolee katika jina la Yesu. Baba, tunaombea Kenya yetu Bwana, viongozi waweke tu mikononi mwako Bwana, wape hekima na maarifa ya kuongoza hii nchi Bwana. Damu haitamwagika tena. Asante mtakatifu, maana unasema ya kwamba tunapokuita unaitika na unatenda, unatupa nguvu na mamlaka. Asubuhi ya leo mtakatifu, tunanyamazisha kila nguvu zote, tunanyamazisha kila nira zote katika jina la Yesu. Asante mtakatifu, tupe umoja na amani katika nchi yetu Bwana. Viongozi mtakatifu, ukawape hekima na maarifa ya kuongoza nchi hii Bwana, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo sisi kama
watumishi wako tumesimama kwa pengo, tunanena na kinywa chetu, wanasema ya kwamba umetupa nguvu kwa kinywa chetu Bwana. Asubuhi ya leo tunanyamazisha kila nguvu katika jina la Yesu. Hakuna silaha yoyote itainuka katika jina la Yesu. Asante maana unatenda. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be to God. There's an event that is coming very soon from here. Hallelujah. Na mtu wa Mungu atakuja kuiongea baadaye, atakuja kutuambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuwe na muda mzuri wa kuiombea the event that is coming for us now to take over Nairobi. Hallelujah. I want us to pray in the name of Jesus. Si tusimame tu. Makanisani mwenu mnasimamanga, hata nyinyi ndio mnaambia washirika simama. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Najua kuna wengine hawajazoea kusimama, lakini tusimame tu kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu, na tunaenda kubarikiwa. Nataka tuombee maono haya kwamba the event that is coming, ya kwamba we are going to see the mighty move of God. We are going to see signs and wonders. We are going to see men and women are going to come from all over. In the name of Jesus, we want to call people from all the parts of the country, even outside the country, for the event that is coming in the name of Jesus. Hata kabla hujaambiwa, najua tu kwamba unaweza ukaiombea na Bwana akaenda kufanya kitu ambacho si cha kawaida kwa jina la Yesu Kristo. I just want to call the woman of God from the other end. Please, umepata tu neema, rudi tu hapa tena kama ile siku nyingine. Tuombee this event ya kwamba inaenda kuwa successful. Hallelujah. Tukatae kila pingamizi zote ambazo zinaweza kuzuia, kuanzia kwa serikali kukuja mpaka wapi. Tukatae ya kwamba hatutazuiwa, tutapenya. Enda mbele za Bwana. Amen. Enda ndani mbele zake Bwana. Watumishi wa Mungu, ukakabidhi event ambayo iko mbele zetu ya kuteka mji wa Nairobi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jehova Mungu ishiye milele, neno lako limesema ya kwamba kuandaa kwa moyo ni kwa mwanadamu, but the answer of the tongue comes from the Lord. Jehova Bwana, ninatangaza ya kwamba tutaenda kuteka mji huu wa Nairobi katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishiye milele. Watu watatoka kila kona za nchi hii, inaita watu kutoka Nakuru, watu watatoka Mombasa, watu watatoka Eldoret na Kakamega, watu watatoka hata na Kalenjin. Tutafurika Nairobi na tutaiteka. Ukanena na Joshua kumwambia ya kwamba mahali atakanyanga atakuwa mahali pake. Tutapoenda kukanyaga mji wa Nairobi, mji huu tunaenda kuiteka, utakuwa mji wa baraka, mji wa amani katika jina la Yesu Kristo. Hiyo event ninayombea itakuwa event ya amani. Mvurugano wote ninaukataa, misukumano yote ninaikataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, utaenda kutenda mema, utaenda kujidhihirisha, utaenda kuonekana, maana wewe ni Mungu. Utaenda mazekuli karabuzea, nena jambo, nena amani ile tarehe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakuinua, ninakutukuza, maana ni wewe Jehova, ni wewe mfalme. Utatuunganisha pamoja kwa umoja, ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Asante maana unatenda, asante maana unajidhihirisha, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. There's this verse. Bwana akamwambia Yoshua na hawa watu ya kwamba na mahali popote mtakanyaga nyayo zenu nitawapa ikawe miliki yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujiombee nyayo zetu ya kwamba tutakapokanyaga Nairobi, mahali popote tutakanyaga, mguu yako mahali itakanyaga, utakuwa unaweka rapa stamp yako ya kumiliki.
Hiyo ni mguu yako ni rubber stamp. Haleluya. Kwa haraka tu nataka niite mtu wa Mungu hapa atuongoze kwa hilo sehemu ya kwamba nyayo zetu mahali zitakanyaga tutafanya nini? Haleluya. Kwa haraka tu, uko na dakika moja mtu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tuseme kwamba Bwana, tunakatakaza miguu yetu inapoteka mji, inapochukua mji wa Nairobi. Bwana wetu na Mungu wetu, umetupaka na mafuta ambaye ni ya kumiliki. Umiliki ni wetu. Mwezi wa 7 tunasema ya kwamba umetupaka na upako wa kumiliki miezi. Bwana wetu na Mungu wetu, to the second half of the year we are possessing the city, we are getting to the city, we are moving on, we are the movement, we are the army of the Lord. We take the anointing and now we are fly over our feet as we take the city in the name of Jesus Christ. In this month we are declaring God of 7 time be upon our lives, be upon our family, be upon our feet. We possess the city, we possess our land in the name of Jesus. We are covered, we have a cover because we know we are serving a God of 7 time in the name of Jesus Christ. In the month of in the July we are taking over the city, we are taking over in Kenya in the name of Jesus Christ. We possess it in the name of Jesus Christ. We take our revelation that the God of the 7th hour, you are here in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Na Yesu akasema katika Marko ya kwamba muamini ya kwamba yale mmeyaombea mmeyapokea na yamekuwa ya kwenu, na wala hakuna mtu atayaondoa kwenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika 2 nataka umshukuru Mungu, mwambie Bwana asante kwa kila jambo ambalo tumeombea hapa, tumepokea na imekuwa ya kwetu. Mwambie tu Bwana, clap your hands when you pray. Ukimshukuru Bwana, piga makofi yako ukimshukuru Bwana, ukimwambia Bwana tumepokea, 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 tumepokea mahitaji ambayo tumeombea kwa ajili ya mtumishi wako, kwa ajili ya Kenya, kwa ajili ya uongozi wa Kenya, kwa ajili ya utawala wa Kenya. Tumepokea yote kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Mwambie tu Bwana tumepokea, tumepokea, tumepokea yale tumeombea, tumepokea. Mwambie tu Bwana asante, mwambie tu Kristo asante kwamba tumepokea na yamekuwa ya kwetu katika jina la Yesu, wala hakuna mtu ataondoa kwetu. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you. Father, we bless you. Hallelujah. Praise be to God. I'm just being reminded of something inside me. Amen. We have men and women of God here. Hallelujah. Ambao watakuwa, they will be aspiring some of the seats in the government. They are part of the politicians, but we are praying hawatakuwa politicians. We pray for them to be leaders, not politicians. We pray for them to be leaders, isn't it? Hallelujah. So I just want us to pray because they are part of the movement of apostle. Hallelujah. Ya kwamba wakitoka hapa watoke kama dhahabu, Mungu aende wapeleke kama mshale. Hallelujah. Hallelujah. Can we pray for our own? This is our own. Because when you are part of this movement, you are part of, they are part of the movement. Now if you become part of, they are our own. Hallelujah. So kwa dakika moja nataka tuwaombe. Amen. Ya kwamba Mungu awape neema ya uongozi. Wakienda Mungu awape kibali. Kule wataenda, mahali wataenda wapate favor. Na hata viongozi wengine ambao ni wa serikali wanahitaji viti, ya kwamba Mungu atuletee viongozi, sio wanasiasa. Hawatakosekana wanasiasa, lakini ndani ya ile wanasiasa Mungu awapee neema ya kuwa kiongozi. A leader listens, a leader discerns, a leader knows where to react, how to react, what to talk. That's a leader. Amen. So can we pray for them, isn't it? Hallelujah. Tuko na dakika moja. Fungua kinywa chako, enda mbele za Bwana. Father, we thank you, Father, because of your servants that you have brought in this foundation, because they are part of this foundation.
And now we pray for them because they want to become leaders of this country. We commit them in your hands in the name of Jesus. The MCS, the MPs, the governor, oh my God, the women rep, we commit them in your hands, that as you are going, Jehovah, as they are going to aspire to ask for the vote, we know that the heavens, my Father, it's going to concern them because of your glory. Even others outside there, we commit them in your hands, God of glory. Let them become leaders in the name of Jesus. Give them favor in the eyes of men. Give them favor in the eyes of people in the name of Jesus. That when they go out to ask for votes, you are going to go ahead of them in the name of Jesus, so that, oh my God, this foundation is going to give birth to leaders of this nation in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you and we honor you because you have done it for your glory and honor. In the mighty name of Jesus, we believe that God has done it. In Jesus' mighty name. Somebody shout a big amen. Somebody shout a big amen. That's not enough. Hallelujah. Mimi natoleanga mfano mmoja wa kijinga tu wa dunia hii. Huyo mzee aliondoka duniani. Hata kabla hajasalimia angefika mahali tunasema haya na mnaanza kushangilia hakuna kitu anaongea. Lakini mbona tukiwa kwa Mungu tunasema tunataka tumbeleze ndio upige makofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You can do better for Jesus. Yes. Can you shout a big amen? Yes. Amen. Hallelujah. Karibu sana waimbaji, tupate kikosho mbili tu, then karibisha Reverend Kabaya na tuletee mtume kwa jina la Yesu Kristo. Waimbaji karibuni sana. Wabarario we wamage, wagote
Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Si upatia your neighbor high five. Aliye mbele, upatie aliye nyuma high five. Praise the name of the Lord. Amen. We can have our wonderful seat. We can have our wonderful seat. Amen. Amen. Hallelujah. You are blessed. You are blessed of the Lord. Praise the name of the Lord. Sema nimebarikiwa. Unajua mara nyingi sisi watu wa Mungu we forget to bless ourselves. Tunabariki, mkono yetu tunanyoshaga tu tukibariki. Hebu jiwekelee mkono ujibariki dakika moja. Jibariki, jinenee mambo mazuri, jinenee kuenda mbali. Jinenee kufunguliwa kwa milango mingi na madirisha. You are heading far. You are going far. Magonjwa is not your portion. Poverty is not your portion. Scarcity, kukosa, kudharauliwa, rejection is not part of you. Wewe ni mbarikiwa. Kila mahali utaenda utakubalika. Kila mahali utaenda milango inafunguka. Biashara yote utafanya itafaulu. Huduma itafaulu. Utafaulu, shetani apende na asipe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana wa majeshi wabariki. Nataka tuingie kwenye program giving time, blessing time. Sisi tuseme pamoja. Giving time. Kuna watu hawasemi. Unajua sisi shida yetu sisi wachungaji tumezoea kuitisha. Na kuitishwa inakuwa gumu. Giving time. Wengine hawasemi. Giving time. Shika sadaka yako. Ndio tuweze kuombea. Wale ambao wanatoa kwa mitandao, the number is there, 0722 239 555. You'll get that number. Iko kwa screen. Inua sadaka yako. Nataka kuibariki. Wale ambao wanatuletea vikapu ya kutolea, offering basket, sioni mkono. Naona 21, naona 2. Sasa wachungaji, hata kama unatoa na simu, inua simu yako. Inua simu yako. Amen. Kwani wapendwa hamtoi sadaka? Watu wa Mungu kwenu baada hii hamuna sadaka, uinua hata simu. Na usiweke ile ya siku zingine simu zilikuja mtu anasema anatuma. Mchungaji mmoja aliangalia akasema, "Ai, naona wale wanatoa na simu halafu naona hapa kuna kitu inaingia." Ni vizuri unapokuja kwa madhabahu kama hii, unatoa unabarikiwa. Mimi tangu niingie kwenye haya madhabahu, praise the name of the Lord, kuna ishara nimeona.
kuna miujiza nimeona. Last Monday niliwaambia mlango ya kwanza ilibebwa na ndege kuenda Jakarta. Mlango ya pili nimeishi kugagana kusupport ministry, nimesupport wachungaji wengi sana na kutrain wachungaji wengi sana. Lakini this time loud nilipata hall kanisa na mtu ananiachia na vyombo zake na niachia na kila kitu, sio ni Mungu. Friday nilifanya mkesha, nilitoka hapa nikaenda mkesha huko na sijalipa. Friday niko huko ninaenda mkesha ingine, Saturday ndio ninaingia ibada. Jana niliingia after service mahali ninahubiri, mahali nilienda nikimaliza kuhubiri nikaingia pale, watu walikuja kama 60 na sijawaita nikafanya ibada ingine ya pili. Is that not favor? Receive, tap that favor from this altar. Apostle Hagagani kifedha, Bwana asifiwe sana. Alisema unajua sisi tunaweza kuwa holy lakini mfuko ikiwa imeinama, wapendwa, utakuwa yani you are not eating your diet, you are eating what is available. Si Mungu atatungoa kwa hiyo ya kutukula ile kiko available, tukule kile ambacho roho inatamani na mawazo inatamani. Inua sadaka yako tuombe. Suinue, hata kama ni simu inua. Hata kama unatoa 20 kwenye hii madhabahu, toa. Mungu atakubariki. Mungu atakubariki. You are heading far. Let's pray. Namba ya simu ni 0722 0722 239 355. Kuna mtu hajaipata? Wacha tuombe, tutawaelezea. Let's pray. Heavenly Father, tunabariki sadaka tunazitoa kwenye haya madhabahu. Hatutoi kwenye haya madhabahu tukitolea mtumishi wako Apostle. Tunatoa tukikutolea wewe. Na tunatoa ndio tukue connected na heaven na baraka. Wale ambao wanagagana kunipata shamba ya kanisa wasigagane tena, no more struggle. Wale ambao wanagagana kukula na kusomesha watoto, tunaomba ya kwamba through this sacrifice ya offering, tunaomba Jehova utatufungulia milango. Ninabariki kila sadaka ambayo inatolewa siku ya leo, na yoyote ambaye atanyosha mkono wake, Jehova utaunyoshea mkono wako wa kumuinua na kumbariki. Giving hand is always on top. Ninaomba tutaishi kuwa juu, tutaishi kubarikiwa, tutaishi kusonga mbele. Ninabariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, we pray and we believe. Amen. Tuwekewe wimbo. Yes. Tulete. Yes. Tunaenda kumleta mtumishi wa Bwana. Hallelujah. Amen. Tuendelee na kutoa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Oh, ainuliwe Bwana wa milele, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Simame sasa, kama tumetoa sadaka tusimame sasa tumkaribishe mtumishi wa Bwana. Simame zote. Wapi mikono. Tushangilie Bwana, tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana. Bado. Nataka tuinue mikono. Inua. Haya twende. Kila mtu. Hey. Twende. Yeah. Yaani ukiona mtu haini mikono sijui. Nataka tumnulie Bwana hizo mikono. Namna hii. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa
haleluya. Tunataka kuleta mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama uko tayari. Tunaangalia namna hii. Twende huko. Haya. Twende. Pole pole tu, hakuna haraka. Hey. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Anaweza Bwana anaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Anaponya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Abariki. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. 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 Kwa uwezo. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Kwa uwezo. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Anaponya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Oh, katikati ya mataifa sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya wanadamu sijaona Mungu kama wewe. Nimetafuta kote mimi, sijaona Mungu kama wewe. Nimezunguka kote kote, sijaona mwenye nguvu kama Bwana. Oh, katikati ya wanadamu hakuna Mungu kama yeye Bwana. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya mataifa sijaona Mungu kama wewe. Oh, Mungu kama wewe. Oh, Mungu kama wewe. Sema Mungu kama wewe. Oh, Mungu kama wewe. Baba. Hey Baba. Oh Baba. Shangilia, 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 shangilia. Wapi mikono, 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 mikono. Mikono, 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 mikono tu. Tuendelee. Tuendelee. Pigia Yesu mikono tu, mikono tu, mikono tu. Weka mikono namna hii. Twende kila mtu. Piga. 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 Bwana vigelegele. Makofi ya juu. Kwa furaha. Makofi ya juu. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hi. Hi kidogo. Thank you very much. Tushukuru Mungu. Baba, ninakuabudu, ninakushukuru kwa wema wako na utukufu wako. You've given us another chance. A chance to glorify your name. A chance to come and say thank you. A chance to come and say you are God.
We came to worship you, not because of what you have done to us, but because you are God. And that is only that we are. That's our business here. The business of the kingdom that you are the head of. Guide us today and allow me only to speak that comes from you. Use me as a vessel, just to be a vessel towards your people for the purposes of your kingdom. In Jesus' mighty name, somebody say amen. Sasa, Ebu. Thank you. Salimia, wewe ni nini? Salimia mwenye yako karibu na wewe, muulize habari yako. Muangalia, wacha kukaa kama Mkristo. Give me. Endo nitengeneze. Angalia. Ngoja baba. Ngoja kidogo. Wachana hiyo salamu. Hiyo sio salamu mzuri. Don't be like a Christian. Wale wamekaa chini, simama. Na kama huwezi kusimama, wewe toka nje. Hatukubebelezi? Hatuwezi kubebeleza wewe. Sasa hapa lazima ukae na utii. Si ndio? Hebu shika yule mtu mko karibu na yeye. Muangalie kwa uso. Shika mtu mmoja. Muangalie kwa uso. Wacha kukaa kama Mkristo. Unajua Wakristo naongelesaka mtu kama wanaangalia huko. Mwambie muulize habari yako. Unaendeleaje? Mbona angalia, sikiliza. Muulize, mbona unakaa Al-Shabaab? Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Muulize, nikiendelea kukaa na wewe, am I safe? Thank you. You may be seated. Nini mbaya? Was it? Hai. Nipatie hai. Naomba kuwashukuru tena wachungaji na baba Bishop. Asante sana. All protocols observed. Leo nimeambiwa kumekuja grupu mbili. Ya waenda mbinguni na ya wakaaji wa hapa duniani. Wote ni wangu. And that's the best thing. Sometimes back niliwaambia my chronology of life. It has been one of the most complicated kind of a life that si watu wengi wangependa kukua hivyo. Lakini mimi nilijikuta. Kwa sababu nikiwa 9 years old na 10 years old, nilikuwa na itaga maubwa zote za kijiji yetu zinanifuata. Sasa watu wengi walikuwa wananiitaga ghost. Maana nikikuja kwa kobodi yenu kuna kasauti nilikuwa natoa. Ubwa zote ubwa yako inatoka inakuacha. Na nitaenda nayo mpaka wakati nitairudisha. So nyumbani nilikuwa nafuatwa na ubwa 50, 100, 70. Sasa kila mtu alikuwa anasema this is not normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu miaka hiyo nilikuwa kipi. Sasa ipi zote zilikuwa zinanifuata. Na ndio kuwe member wa grupu yangu, a gang. It was a gang group ya young those boys. Lazima uibe chapati kwenu. Na ukikosa chapati uibe kitu ya kukula. Na ukikosa kitu ya kukula usikuje na shilingi 5. Then kobole ndio ilikuwa juu sana. Lazima uibe ukuje ndio ukuje ukuwe member wa hii group. Bwana Yesu asifiwe sana. And I was 9 years, 10 years hapo. And I had a command of dogs and I had a command of young men like me. Bwana Yesu asifiwe sana. And that way niliendelea kukua na kwetu kulikuwa kunaogopwa kwa sababu yangu. Sijui kama kwenu kumewahi kuogopwa kwa sababu yako? Kwa sababu ya vituko zako? Kama kwenu hakujawahi ogopwa kwa sababu yako, uko na makosa dunia hii. Because a person who is chosen is different from others. He behaves and lives not like others. Anaishi kama maisha yake, kama ako kwa dunia yake. Kama sasa nikiangalia wachungaji wengi hapa, wanakujaga hapa lakini hawakujagi. Wanakuaga wameandika marafiki kama 3 hivi. Nimeenda kwa ile kanisa ya Waroige. In case of anything. In case of anything. Hapo ndio mtaanza safari ya kunitafuta.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga tukimaliza hapa nasemanga watu wapatiwe kafea kadogo. At least roho iache kududa. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have a testimony that speaks of your God. It doesn't matter what kind of a testimony. There is no good testimony. Hello? There is no good testimony. Hakuna mtu akikwambia mimi nilizaliwa, nikakuja nikaishi dunia hii vizuri, mimi sijai kutenda, mimi sijai kufanya, hiyo yote huyo sasa ukisikiliza huyo mtu umalizie ni agent ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot have a straight life in this world. If the devil has never attacked you, or if the devil has never tried to steal your destiny, you are not a friend of God. Wewe ni wa devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ninaonaga wakikuja hapa, unajua naonaga niko na tumacho tugine tunaonaga. Unaona mtu amekuja hapa, anajua hapa ni kanisa na amekuja kuroga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama juzi wakati mlikuja hapa na nilijua kwa sababu tumeangalia CCTV tukaangalia tukaona ni nani. Kuna mtu alikuja na earrings imekaa kama nyoka. Mko nayo hiyo? Mlitupa maiko? Mlichoma? Na ile kitu kale kamekaa wale watulienda shule ile ya zamani. Samia, Kauma, Makonde. Mnakumbuka hiyo? Ile ya kuhangi hapa ni chain. Na hizi zinatengenezwa huko City Market. Lakini sasa alilete akaficha mahali hapa ndani na hizo vitu zikiwa uchawi. Ati ni nini? Na ni mchungaji. Ni mchungaji maana tulilocate. Najua sasa hii ni kamera. Ile unaona pale ni kamera. Ile ni kamera na inasikiaga mpaka venye unaongea. Inasikiaga, inakushika. Sasa na ni mchungaji. Alikuwa amevaa hii kitu kagogo. Ndio unaona ngastakagi kuvaa kagogo hiye. Hiyo. Stakagi. Sababu kana vichaka vitu mingi sana. Hako kagogo. Kana vichaka vitu mingi sana. Bwana Yesu, kwa sababu hata polisi anaweza kusimamisha mtu wa kagogo. Hawezi. Na hapo kagogo atabeba, atabaki na atembea lakini sisemi wewe. Sisemi nyinyi. Na nyinyi hakuna leo hakuna mchawi amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mchawi amfanya nini? Leo hakuna mchawi amekuja, lakini kama umekuja utakamatwa leo. Utakuamililia kwa kiti. Unajua mnafikiriaga unaona hii wachawi wanafanyanga? Unaenda kwa bibi wenyewe mnashikana mnakuamililiana. Was not supposed to be used by watu wa shetani. It is we who are supposed to be using it. Those powers unaona wachawi wanatumia ni zetu. Lakini wao walisoma Biblia kutuliko wakajua kutumia. Hebu niambie wakati wa Abrahamu si amepatiana bibi yake? Bibi yake akabebwa na akapelekwa bedroom. Mzee mashini ilifanya kazi. Ilikataa. Sio ni uchawi. Mzee alijaribu kuhurutereki. Hakuna kitu. Ikabidi arudishe mzigo ya wenyewe. Na bado iko kwa nini? Iko kwa Biblia ama iko nje ya Biblia? Siko ndani ya Biblia. Mbona hiyo mukondemu? Mbona mukondemu hiyo? Baka mzee akaenda akamuuliza, sasa wewe ulijua huyu ni bibi yako? Mbona unataka kutuletea matatizo kubwa hii? Bana tumeita baka wagaga wameshindwa. Tumeita watu wa Mungu wameshindwa. Lakini wakati aliporudisha kurudi nyumbani akaanza kupiga maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Those powers are within us. Bwana Yesu asifiwe. Me I have them. Mimi naweza kusema mdomo yako ikuje hapa na irudi iende hapa. Na dunia endelea kuitwa dunia. Hii unaona nyuki, mtu anaenda naita nyuki na samo ni nyuki. Hiyo sio power ya shetani, ni ya Mungu. Watu wa shetani wanajua kutumia Biblia kutuliko. Yes, because wakati niliendeka hapa Machakos, Matu, kwa mama mwingine Mugaga, niliendeka kwa Mugaga. Anaitwa Kanini, kimama kinono hivi. Nilipoingia, nilikuwa nimepelekwa sana na serikali. So nilikuwa natafuta jamaa mwingine akaniambia aenda kwa mkaba fulani atakupatia kamote. Hiyo kamote ukisimama hapa polisi hivi hawawezi kukuona. Sasa mimi nikaenda huko. Nikafika huko wangwana wakasema, "Wangwana!" Akasema, "Atoe pesa ngapi?" Nikasemekana 300,000.
Sasa nilikuwa nimebeba laki ngapi? 2. Unaona shetani venye anajua kutafuta pesa. Laki 2. Nikienda kuwekelea laki 2 nikamwambia toka hapa, toka haraka. Nenda utafute. Maana nilikuwa na gari yangu nikakimbia kwa gari nikatoa hiyo nyingine moja. Nikakuja. Mahali niliwekelea huko kwa Kanyugu nikaambia rusha hapo chini. Alafu mama akaniambia nitoe nguo zote nikae uchi. Sasa nikimama kinono. Alikuwa anatoshana hivi. Alafu najua wamama wanono ni wale wale tu. Sasa alikuwa ananizunguka, nilikuwa nimepeleka kuku ya red na kuku ya white. Sasa alikuwa ananizunguka, anakuja anazunguka kolololo bajago lolololo bolololo. Ayalala bolololo. Hapa ananikogesha kwa kichwa kwa kuku. Ananizunguka, alafu akimaliza hiyo round yote anakuja ananikalia. Sasa kitu ya ajabu, wachana na hiyo yote. Maana hiyo ni sarakasi, hata sisi tunafanyaka sarakasi hapa kanisani ndio watu waamini kweli tuko na nguvu. Si ndio? Si vitu mingi tunafanyaka ni sarakasi tu. Ndio watu waamini tuko na nguvu. Most pastors ukiona kitu hiki na pesa haitoki. Kama nimeona hapa bishop ameitisha pesa mmekataa kutoa. Si mmekataa? And that is the reason nimesema hiyo story. Kwa sababu tukienda kwa waganga tunatoaga vizuri. Mimi nilitoa 1,000 ngapi? 300. Unajua ni nini niliuziwa? Watu ngapi wanajua ile mti inaitwa mokidoli? Mokidoli inaitwaje na Kiswahili? Kakijiti kama mokidoli. Alikata hivi akanipatia akaniambia hiyo sasa ndio dawa. Kufika hapa town, kushuka tu hivi, nilikutana na Friends Court. Nikaweka kakijiti venye nilikuwa nimeambiwa weka kwa mdomo. Nikaweka nikaanza. The more niliendelea kutafuna, the more polisi waliongezeka na wakanisa round. Na nikasikia kwa radio call wanasema kilo waroige hapa. Nikasikia kwa radio arrest him immediately. Kutoka siku hiyo nilikaa jela 600. Nilinunua kama kidoli 1,300 nikakaliwa na mama na wakakula kuku yangu 2. Ambia mwenzako understanding the kingdom of heaven. You know, the only business Jesus Christ came with here, hata Muhammad, hata Kapila verse 2. Kapila verse 2 ndio mkubwa wa Buddhism. Hata whoever that has been there, the only business that brought them here on earth, it is not religion, but the kingdom of heaven. Sasa nyinyi mmefungua makanisa, sijui mlitoa wapi message, and I don't understand who is your boss. Because our boss came for one business, the kingdom of heaven. Only that. No religion, no Catholic, no Muslim, no Hinduism, but the kingdom. And what is the kingdom? Kingdom is understanding the principles of God. Because first we must start from God. Understanding the principles. Now, to understand the principles is to understand that in this world there are principles ambazo they will make you be successful. Maombi will never make you very successful, but it's a component of what makes you successful. Bwana Yesu asifiwe sana. There are several things that are enshrined in the kingdom, and I want to deal with the principles of the kingdom. When you deal with the principles of the kingdom, you understand what you are supposed to do at what time and when, and why we are here. Because there is a reason God has brought us here. Ungekuwa ukifanya kazi zako kule na mambo yako vizuri inaendelea, lakini there is a reason. Hata kuitwa na Dora, wewe Dora, na juzi ulikuwa unaombea Dora akufe, ukaona amekataa kukufa, sasa umekuja tena kumuona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you had a fear. There is fear that was sold to you. Na ukaambiwa Dora ni mtu dangerous. Ukaambiwa Dora ni mogeke. Ukaambiwa mama, sasa wamama wengi hapa kuna waiki wa kukuja kwa sababu waliambiwa Dora anatayarisha ana sakamosaisi wanawake. Sasa wanawake wengine wananiangalia kwa nausa, huyu mtu mzuri hivi anaweza kufanya tabia kama hiyo? Mimi sijawahi kufanya tabia kama hiyo, sijawahi. Lakini walisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini that is a principle that you need to understand. That there is something that will be raised kwako ndio ikuzuie kuenda hapo kwingine. Kama kuna watu wamekuwa confused na wamebadilishiwa destiny zao, ni watu wanaitwa religious people. Religious in a manner of a Muslim, manner of a Christian, and a manner of everything.
Because watu wote unaona huyu kitambaa unaona kwa kichwa na ile unaona kwa kichwa, zote zimetoka kwa Biblia. Ukiuliza huyu pastor ile kanisa amefungua ameitoa wapi? Kwa Biblia. Hii kanisa tumetoa wapi? Kwa Biblia. Na ni Mungu alininenea. Na nilipasua kanisa ndio kwa sababu Mungu amefanya nini? Ameninenea. So hiyo kagogo yako umefaa nimetoka kwa Biblia. See, it's not fake. It is something that from the Bible. Wherever you are going, hata wachawi. The Bible is a forest that produces anything and everything. Freemason imetoka kwa Biblia. Islam ilitoka kwa Catholic. Is a branch of Catholic. Ndio naonanga Islam iko na rosary. Na wanatembea na hiyo kitu, wakitembea kama wa Catholic wanatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ingine wameweka hapa because it's a branch of Catholic. Islam is not a branch of Ismail. It's a branch of Isaac. Na ilianzishwa kisha wakasplit. Walipo split walienda na every doctrine of Catholic. Islam, they behave like Catholics. Wanaenda 40 days and 40 nights fasting. Kweli dogo. Wakatholiki utakuta kila wakati wako na nini? Na ukienda sasa wale wanansi wako kule kwa huko kwao, wanafanyanga maombi mara ngapi? Pade. Maria mwana mtakatifu, ulizaliwa mzuri kuliko wanawake wote. Sasa na siku zetu za kufa, amina. Wanaomba. Ukienda kwa Muislamu, I was one. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora wa Ruige. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa nishaigia Al-Shabaab. Tumefuga hiyo murago please. Tulikuwa tumeshaigia kwa Al-Shabaab. I was a goon upande huo mwingine. So najua maombi, Allahu Akbar, asubuhi, saa 2, saa 7, jioni na usiku 5. So that is one culture. That's one dini. Ni moja. Ukienda kwa Orthodox, it is the same. Ukienda kwa hiyo yako hizi zote nyinyi, you are Catholics, lakini mkaigia bura jingine. Nyinyi yote. Lakini Catholic ilizaliwa na nani? Ilizaliwa na Orthodox ambayo imetoka hapa Ethiopia. Kuna kitu nataka tuelewe. Understanding the principles of heaven. Ukienda utoke hapa uende kwa Mchina, uende kwa Muidi, uende kwa kila mtu, they all worship a God. Ni venye God yako alikuja na Jesus. Na God ya huyu mwingine kakuja na Muhammad. Na God ya Mugikuyu, thai ya gaithai ikakuja na nini? Na thai. Na God ya ile wakurukaruka kwa barabara waluya. Na hii ikakuja on that process. But we have only one God. That is principle number 1. That we have only one God. And there is a way you approach this one God. And all these people, they know how to approach this one God. They know how to live with their God. That is why Moshaina is more successful than you. Na tukianza sasa kuingilia the success, utaanza kuniambia hao ni watu wa dunia. Kwani wewe ni wa wapi? Wewe unaishigi wapi? Si wewe ni wa dunia? Si unavaa vitu za dunia? Nikaenda kwa hawa watu wa Mogeke ambao tulikuwa na wao kabla ujiga ijanitoka kwa kichwa. Wananiambia mambo yote ya msugu hawataki. Sidi wanasemaga? Nego. Sidi wanasemaga wale watu wa Mogeke wa zamani. Ati vitu yote ya msugu hawataki. Lakini niliona mazishi ya mkubwa ya hawa watu juzi amewekwa kwa jeneza. Jeneza ni ya Mkikuyu? Ni ya Mkikuyu? Alitolewa mochari. Mochari ni ya Mkikuyu? So unaona ule ujiga tuko nayo. Ujiga ni mwingi. Aba binadamu wako nao because of failure to understand how God operates. We are in regions and God operates differently. Bwana Yesu asifiwe sana. Understanding the principles is understanding the kingdom. And understanding the kingdom is to preach love. The kingdom of heaven is about love. It's about oneness. And that is why Jesus was brought by God. That whosoever believes in him. Hiyo mnajua sana. Whosoever believes in him shall not perish. And for so God loved the world. That is where we need to begin as a worship of God. The beginning of every worship of God, it is love. If you don't have love, if you cannot sit down to listen to other, if you cannot come here voluntarily because umekuja voluntarily, kwa sababu kuna wengine hapa wamekuja kwa sababu wanasikia kuna uwezekano. Kuna uwezekano. Kuna nini?
kuna uwezekano kakitu kanaweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ukimwambia toa kwa ajili ya kazi ambayo mnafanya, hapo hakuna uwezekano. The principle of heaven is not contradicting, does not contradict. The much is given. The much is what? Yes. You need to understand that in the kingdom, number two, understanding about love. Love is walking the way God could have wanted you to be. Don't worry about the material being. Wacha kujalishwa na vitu vya dunia. Huyu mzee unaona hapa juzi tu amekuja. Ni mtu amehubiri siku nyingi sana. Aliokoka mbele yangu. Hawa ndio walikuwa wananiombea niokoke. Lakini niliokoka na nikamuovertake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu akanyage hapa. Maana nilimuitaga nikiwa City Stadium. Nikamwambia kuja tuhubiri. Akaniambia hapana kwa sababu alikuwa anaangalia rekodi yangu. Anaona akiitanishwa na akionekana na Waroige, reputation yake imeisha. Sasa tangu akuje hapa, ametembea tu kutembea, hata hajaingia kutembea. Amepata vitu ambavyo anaitiwa mpaka nyumba horo na abio kuja. Wewe utalipa baadaye. You see how God works? Juzi hapa akakuja nikamwambia utapanda ndege. Alipanda for the first time. Alikuwa kwa ndege anashikilia, unaona ameshikilia. Unajua ni helicopter na helicopter ni kioo. Unajua kitu kibaya ni ile unaona ingekuwa sealed vizuri angekuwa na shida, lakini alikuwa anaona ni kama inaenda kwa, akaniambia hapana, niko kwa nyumba, niko kwa akabia pilot zituwe tunaenda kuhubiri. Nikamwambia hatuwezi kukufa because we are in the process of God. Tutigokua todo he message, tuko na message tunapelekea watu na kuna watu lazima waokoke. Hatuwezi kukufa. Tulipo radi nilisikia amesema nikamwangalia tu nikajua yes, you are coming back now, you are seeing your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Why do we have people who do not believe or people who will not go to heaven according to you? They are more successful than the people who are going to heaven. Do you ever ask yourself a question? That the people who are not going to heaven, meaning they have no permit, hawana visa ya kwenda biguni, they are more successful kuliko wale watu na visa wa kwenda biguni. Nimepita hapa Idasiria sometimes, maana nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben. Unakuta pale kwa hizo makabuni kuna mama anakuja saa 7 huko na doo amewekelea kwa kichwa. Na hiyo doo iko na maharagwe, na nyingine iko na supu, na nyingine iko na chapati. Ninataka chapati chafua. Sasa anaenda kukaa kwa factory ije mpaka saa 7 ndio wale wafanyikazi wako huko watoke wakuje wakule. Lakini mwenye kampuni hiyo ni Muislamu. Yeye hakulagi hiyo chakula. Anaendaka kwa msikiti dakika 5. Anaomba dakika ngapi? 5. Kisha anatoka hapo, anaenda Serena kukula raji ya shilingi 6,000 na haedagi peke yake, anaedaka na watu kama 10. Na analipa hiyo biru yote. Watu wa kwenda biguni utawakuta pale kwa huyo mama na si kulipa cash, maana Serena ni kulipa cash. Huyu si kulipa cash, ni andikwe kwa kitabu, pesa ikatwe Friday. Mwedaji wa biguni. Mtu mwenye atawachwa hapa akichomeka anaishi katika dunia yake mzuri na anakaa vizuri. But you who is taking people to heaven, wewe ndio una line hapo na unakuja hapa kuhubiri mahubiri ya dakika 5 ukigojea mama afike. Ndio uwekewe chapati chafua. Na ile maji imetengeneza hiyo getheri imechotwa kwa sewage. That is now you ask a question. Where is our God? Maana Mungu wa Muislamu anaonekana. Ama haonekani? Anaonekana. Ndiye ameajiri most of you. Most of the pastors wameajiriwa na Waislamu. The person who is not going to heaven ameajiri mtu ambaye anaenda biguni. Are you getting me? And we were told we are not what? We are not the tail. But what? The head. Now, how did it come now you are the tail? Wewe ni mkia.
wewe unakula chakula ya sewage, na mwenye anafaa kukula hiyo chakula ya sewage anakula Serena. Na haedi peke yake, kule juice Serena ni 1500 glasi moja. Chakula kasamaki kanusu, sio samaki mzima, kama tachana slice ya mkate ni shilingi 6800. Sasa hiyo je kiwa chips ka glasi kamoja ka chips waru moja, nusu waru imetakataka tu shilingi 2000. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hauwezi hata kudhubutu kupeleka mtu hapo akakule chai. Maana kikombe moja ya cappuccino, kale kikombe kametosana hivi, kale mtu anasawiaga na meza pamoja na chai, kanatoka kashirifu 2500. Wale watu wako pale wakikula vizuri hawataenda biguni kulingana na wewe. Wewe ambao utakula hapa utaenda biguni, na unaambiwa kule biguni hata kukula hatutakula, tutaishi mzuri, haukuenjoy matunda ya hapa duniani. Kwa hivyo, why did God bring you here? Alikulete uenjoy, alikulete duniani kwa nini? Kama hautaenjoy, akasema in Genesis chapter number 1 verse 26, let us make man in our own image. In the image of God, man and the woman was created. And then he gave them dominion. Akampatia samaki, akampatia miti, akampatia ndege za angani, akampatia kila kitu. It was given, it is with you. Bwana Yesu asifiwe sana. At what time did you fail to understand? God has given you. Mchina aka understand, Muindia aka understand, wachawi waka understand. Why are you so poor in churches? Hello? Ushaiona msikiti ya mabati? Na huyu mse, let me use you as an example. Musi asivu hayuko, lakini wacha nimtumie simama tu kwa sababu ni rafiki yangu. Kuna mwingine anaweza kutaka kukuza. Huyu jamaa for example, anakaa nyumba yake kule amekomboa Donholm. Analipa 50,000 shillings. Lakini kule anaendaka kanisa. Alingoja mkuru ichomeke. Akaenda akaokota hiyo mabati. Akapiga. Alafu akaenda akapigilia mabati. Na hata mishumari ni hiyo alingoa kwa miti ya mkuru. Lakini anaishi nyumba ya 35,000. Na anapaki kagari hapo nje. Ka 2,000,000. Lakini mabati ile yote imejenga nyumba ya Mungu. Ambaye ile mabati imejenga nyumba ya Mungu. Ukiifanyia hesabu ni 15,000 shillings. Pamoja na leba na miti ile alitumia. Then you expect to go to heaven when Mungu yako analala kwa mabati. Wewe unalala kwa nyumba ya mawe. Mungu yako namuacha akisikia baridi. Na kukinyesha kila mtu anatoa mwavuli na ako ndani ya nyumba. Na wanaabudu. Wanaanza kukemea mvua, ramakete rabasha. Rieke tunasimamisha mvua. Nani atakusikia? Unasimamishia wapi? Thank you my brother. Urarugameria kubu leo. Is your God valued? When I was a Muslim, tukijenga msikiti ya TSS Mombasa. TSS mwenyewe alitoa 200 million kujenga msikiti. Msikiti ijengagwa na watu wawili, inajengwa na familia moja ama mtu mmoja. Tajiri mmoja anakuja na mwaga material na simamisha kila kitu inaendelea. That is the culture of a Muslim. Eda kanisani kwetu. Kesho tutagasa kama leo nikisema leo kila mtu atatoa sadaka na madem mkuje. Hakuna hata mmoja atafika hapa. Tukisema leo hakuna kakitu, nini, kafea, hapa hakuna hata mmoja wenu atakanyaga hapa made. Mwambie mwenzako the kingdom of heaven. You have to build. Your God is a master God. Your God is spirit, is the owner of silver and gold. You are not a poor man. You must showcase your God. Sasa tukiangalia hii talanta tunabia kwa mtu mmoja alikuwa na talanta 5, ingine 3, ingine 1. Kweli tutaenda bikuni? Hatuwezi. If you can only understand the principle of the kingdom of heaven, you will be able to understand how to do things on earth. In any case,
In any case, God gave you hapa na alikupatia utawala. Biguni unaenda kufanya nini na hujatawala hapa? He gave you dominion to subdue the earth and have dominion of the earth. Then akakwambia multiply and do what? Replenish. Bwana Yesu asifiwe sana. That is kingdom principle number 3. Multiply and replenish the earth. Sasa sisi badala tu replenish ni uvita tu. Mkristo mmoja mimi nikikuja nifugue kanisa hapa, kwa sababu wakati nilifungua kanisa nilikuta Manyuru hapa. Manyuru alimwaga mafuta karibu debe 20. Hapa akizunguka, hapa akizunguka, anaenda pale, anakuja hapa kwa parking, anamwaga mafuta mpaka hapa. Manyuru mwenyewe. Kwa sababu kumekuja adui ya kanisa yake. Nisiibe washirika wake. Alimwaga mafuta debe. Alikuwa anatembea mguu hapa akiwa hana kiatu akizunguka. Na amevaa kofia amefunika hapa sijulikane ni yeye. Sasa ilibidi tumunyemelea, najua mimi niko na Mogeke style. Tulimunyemelea tukajifanya tukamnyemelea baka akienda kwa hii kona nikamtokelezea nikamwambia mchungaji. Mimi ndio Dora. Oh, Dora. Habari yako? Dora. Bwana sifiwe sana. Na nilimfuata huko akisema, "Hii kanisa tunaifuga, tunasimamisha. Hapa hakutakuja moto." Bwana alipoona Dora, kutoka siku hiyo mafuta ikakatika. Hata ranja wakabadilisha akapeleka huko Kayole. Na hiyo Kayole hiyo shamba ilikuwa gayagu, nilikuwa ya Mogeke. Nikatuma vijana wa Mogeke huko, nikawaambia nendeni mumustue kidogo, mumwambie shamba ni yetu. Akakuja hapa. Ati niende nikaongea na vijana, nikamwambia hawa vijana nikienda kuongea na wao wataniua. Nilitoka huko. Nikaambia vijana weka moto. Amekuja. Wao akienda huko akamwambia enda uongee na Dora. Huyo ndiye atakupatia ruhusa kukaa hapa. Akakuja tena. Waliniambia nikuje kwako maana wewe ndio unaweza kunisaidia. Nikamwambia basi utawacha kumwaga mafuta. Utawacha kumwaga mafuta. Tutahubiri, tutaenda biguni pamoja. Akaniambia nimewacha. Hautaona tena hiyo kitu. Hautaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of failure to understand, when we are more, we are capable of winning this battle than when you are alone. And if we can embrace that, kuchukua Kenya hii ni dakika moja. Nilikuwa na Mogeke, watu wachache sana. Lakini tuliwababaisha na mlikaa vizuri. Mlituombea, nothing was happening. Mama mwingine hapa alikuja kutuombea hapa City Hall. Na akaomba akaweka maombi yake anatatuombea. Nikaenda mpaka huko nikasema badala muombe Mungu awasaidie. Nimekuja. I'm the problem. Talk to me now. Maombi likatika. Meaning even what you are standing for is not valuable. Hakuna. Maana maombi likatika. Si tulikuwa na wewe. Maombi likatika. Na huyu ndiye alienda nikamwambia ongea na huyo mama. Mama mimi mwanaume sifai kuongea na mama. Kaambia ongea na mama mwenzenu. Walipomwambia akamwambia tunaenda na wewe, akasema hapana. Tumemaliza maombi. Tumemaliza maombi, wachana na sisi. Sisi hatuna ubaya. We have no problem. Ni mtu mwingine alitumisguide. Sasa sisi tukamwambia basi leteni hiyo sadaka mmechukua. Walikuwa wamechukua kitu 1400. Leteni hiyo sadaka. Kwa sababu iliombwa kwa jina yangu. Kwa sababu ilikuwa inainuliwa dhabihu ya kupigana na mimi. Kwa hivyo hiyo pesa imekuja kwa jina ya nani? Si basi niende nayo. Because we lack the foundation. We lack the understanding. We are principleless. Because you cannot stand for your faith. How many you can stand? Alishababu akiingia pale na bunduki hapa, apiga risasi mbili hapa juu, muulizwe ule anajua ni muokofu, aipatie hapa. How many of you will walk there? How many of you? Nobody. Hata mtaweza kusema unajua hii jamaa anakuwa comedian. Na unajua venye Kasongo ametuweka stress. Sasa tunakuja hapa kucheka kidogo. Because that is lack. And that's lack of a principle. The moment we understand the principles of the kingdom of heaven, we will become great people. I wish you know how great you are. I wish you know how powerful you can be. I wish you know, kama tunaweza kuapply just 1% of a Muslim faith, 1%,
1% peke yake of a Muslim faith, ama tuweke 1% of a Chinese faith. Mchina anakuja anajenga reli, anajenga barabara, anajenga kila kitu, na anakuja kwenu anachukua nguruwe, anaenda na chiba shimu, anazurusha huko, anaziakishia moto zinachomeka, anainua madhabahu, na hapo hiyo barabara yote inakabirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wao ukiambiwa huyo ni Mchina government, because China bridge construction hiyo is a government company, inajua mambo ya madhabahu na inajua jinsi ya kufanya kitu ikitumia madhabahu. Ile barabara ya hii inaitwa nini? Wewe si utoke na hiyo simu yako ije. Si tuko na hata sisi tuko na simu. Sasa ile inaitwa hii bypass yote. Simuliona wakichiba. Wanachukua nguruwe, walinunua, walikuja nazo kutoka China. Walienda kwa Wakikuyu. Na hiyo nguruwe ilinunuliwa kwa mtu anaitwa Bob Kabugi. Bob Kabugi ni bishop. Aliuzia Mchina. Aende inue madhabahu. Alafu wakatuita hao mabishop, kujeni tukavuje madhabahu ya Wachina. Nani alifacilitate Mchina na dhabihu ambayo ilitoka? Are you seeing now? Because we never understood the Bible. We never understood Christianity. We are Christians, yes, but we are fake. Not because we are supposed to be fake, but because we never hatukuiweka tukaelewa Ukristo ni nini. Maana kama tungekuwa na Ukristo 1%, Kenya hii haingekuwa na shida. Hatungekuwa na shida ambayo tuko nao. Angalia juzi barabara ilifungwa na magoons. Mliona? Thika Road ilifungwa na magoon. Angalia Sifuna kule Kisii wenye alipelekwa na magoons. Angalia hapa Ebu Ruto alikuwa Ebu juzi, ni jana. Siku na mtu aliuliwa. Ni goon iliuliwa. Because we raised a culture ambayo iliinua madhabahu. Hiyo damu ikimwagika Githurai, imwagike Kibera, imwagike kule kwingine, inainua madhabahu. Na ikiinua madhabahu idhibitike katika ulimwengu wa kiroho, itakuwa ikifika mwezi wa 7 inaitisha. Kama sasa tunaelekea 7 siku na watu walikufa. Ni kesho. Hii ni kesho. Sasa lazima usikie goons wamerise, because kuna damu inatakikana. Kwa sababu ile damu ilimwagika huko chini, inalia ikiitisha ingine. Imefika 7 inasema 7 tunakulaga. Sikukuu Christmas yetu ni 7. Udogo inaitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuinuke kama Wakristo. Tuweze kujiuliza, what can we do to salvage? What can we do to change? Because we need to do. As men of God, because we have been called by God. In the book of Hebrews, chapter number 5. In the book of Hebrews, chapter number 5, the Bible says, the high priest is called from among men. Is the one that is called from among men, to come and do things pertaining to God towards man. Tuisome. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in things relating to God. On behalf of men in the things pertaining what? Relating to God. So that he may offer both gifts and sacrifices. You, wewe pastor. Si utoke hapo wende waambie washirika, unajua Mungu ameniamrisha maono, tutavuja madhabahu na kila mtu aleta shilingi 10,000. Hapana, wewe urudi kwa mfuko. Hiyo kidogo umewapora pora, uende uitoe hiyo yote kama sacrifice. And why? So that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Kwa hivyo, who is supposed to stand in the gap ya goons? Ni nani? Priests. Who is to stand on the gap ya Kasongo? Who is to suppose asimame in the gap ya Mogeke na Matalibani na majagiri yote Kenya hii? Have you done so? You are still condemning Kasongo. You are still condemning serikali yetu ni baya. You are still condemning everything. All of us here, we are priests. That is why you are here today. All of us, we are priests hapa. Sisi ni adhejeri. Atugateri. Bwana Yesu asifiwe sana.
So you are not, when people are complaining, we are not supposed to stand here to complain. Because it is our failure. If you are a man of God, why haven't you spoken to God who has called you as a high priest to stand in the gap? Hello? Are we making some sense? So if a country fails, it is the man of God. If a country succeeds, it's the man of God. If a country goes north, it's the man of God. Because you have failed, and because you can't give, you don't give. Na nimeambia huyu ende tutesti tuone kama watatoa. Kwa sababu you believe in being given. Tuendelee na hiyo. You believe in being given, but not giving. But read here. Line ya mwisho. So that, tusome pamoja. So he may offer, him, the high priest, he may offer both gifts and sacrifices for sins. For the goons, for the mugekes, for jagiris. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee, verse 2. He is able to deal gently with the spiritually ignorant, misguided, since he is also subject to human weaknesses. You also, najua mapasta ndio wakora wakubwa sana. Mabishopu, wakristo, ndio wakora, ndio majagiri. Because we are also subject to weaknesses. We are also human being. We are also nini? Human being. Hakuna mtu akosagi, kila mtu. That's why Jesus told to continue repenting every time and time. But we have been given a responsibility that we have always evaded, and this must be done now. I'm speaking from the authority of my God. This has to be done by you. Mupede musipede mutatoa. Tutainua dhabihu kwa sababu ya hii taifa. Whether you like it or not. We will sacrifice because of this nation. We have to recover our nation. We have to make our nation that platform that is always prophesied. People from America, people from Asia, all people, man of people, hata waabudu wa shetani, they know Kenya is the platform of the Bible. That is why Macron alikuwa Kenya. That is why Secretary General wa UN alikuwa Kenya. That is why they want to build headquarters ya UN Kenya. Why? Because Kenya is the platform. Every part wa shetani wanangangania kuchukua Kenya. Waislamu wanangangania kuchukua Kenya. Watu wa Kristo wanangangania kuchukua Kenya. Gaidai wanangangania kuchukua Kenya, because Kenya is a piece, a masterpiece of God. And the only people who can rescue this nation, it is you, men of God. It is only you. Kenya imegawanywa already. The battles you are seeing with the Kasongo and the people is not a local battle. Uliona juzi alikuwa na kina nani? With the G7. The only black there. The only black. Hallelujah. Why? Because he is carrying the seed. And it is the seed they want. Not him. He is carrying the seed. Ndio maana walimpeleka huko aweke signature. Apatiane nchi. Ndio uliona walikuja hapa juzi. Uliona wakichota mchanga? Muamonagi news. Muliona? Wakiwa pale Gigiri. Walichota mchanga, kila mtu alichoka mchanga. What is the significance ya mchanga? It's a spiritual move. Capturing the soil. Capturing the land. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how the country goes. And that is why you are too confused. Ukiangalia saizi kuchanganyikiwa, wale watu wamechanganyikiwa ni watu wa kanisa. Tumelose integrity kabisa. Watu wanakaa nyumbani nasema ndio kuchoka kwa kanisa. Mpaka pastor mwenyewe, hata mimi nilichoka na kanisa. Hata mimi nimefika kiwango ya kuchoka na kanisa. Because there is no value. Haina value. Haina heshima. Pastor akipita na tumuhujia tulia. Tule tumuhujia. Kama tumuhujia. You see, there is a time muhuji alikuwa na kujaka kwenu, unaona mpaka kuku zinaanza kutetemeka, maana zimejua a pastor has come. And one of us must be a sacrifice.
Siku hizi hata zikikuona zinakukanyaga, zikipita hasikuogopi. Hasikuogopi hata kidogo, zina ile kitu naona ikipita hapo ni kanyau. Kaubwa kanakuja mpaka kaubwa unaona kamekuja kamekojoa mahali huko. Maana hauna heshima tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna heshima. Ukiangalia huko mtaani, the first polisi wakiingia kutafuta criminal, the first people wanauliza kama kuna pastor karibu. Wewe tumekosa ile heshima. Heshima ya utukufu wa Mungu hatuna hata kidogo. Men of God are never respected anymore. And what happened? Yet we have a God. Kila Sunday tuko hapa tukisema we are going to heaven. Kila Sunday we are here to advocate our God, the most powerful God, the most hilarious God, but we have nothing to show for our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Twende hiyo verse ya 3. Tumalizie hapo kwa sababu naona nimeanza kuwabo. And because of this, understand me? And because of this, human weakness, because of your nature, that is what the Bible is saying. Because of your nature, because you are subject to human weaknesses, he is required to offer sacrifice for his sin. Men of God, when have you ever offered a sacrifice for your sin? My father, spiritual father wangu James Maina Nganga hapa chini, huyo ndiye aliniombea wokovu. Na ndiye aliniambia tuboko itoke, lia na uende. Nikatoka hapo nikalia na nikaenda kwa Harrison Nganga. Huyu ndiye alinizaa, ule ndiye alinilea. Mnanielewa sasa? And those are my spiritual father. Hapa kuna watu wengi hapa, they don't have a father. Maana alitoka kule na vita. Alitoka kule na migurumo. Alitoka kule na matusi. And this is the reason you can never access. Baba yako hata kama ni mgonjwa, hata kama amejulikana ni mchawi, hata kama alipatwa akilala na wanawake wa wenyewe, he is still your father. He is still carrying your grace. If you disrespect these fathers, if you disrespect the people that carried you when you didn't know anything, these are the people that holds you back. And you need to go, repent. This is why now you come, the fathers are coming in. Awe mzuri, awe mubaya. All of you, kama kuna baba mulikosana na yeye, urudi kwake utubu. Because that was the beginning of your healing. Usije kuniambia ati hiyo baba ati alipatwa na skado. So what? Ilikuwa yako. Ilikuwa yako. Si kuna yule mtu anaendanga kwake kufanywa judgment. When did you become a God? Wewe ulikuwa skado. Kama skado baba yako ameshikwa na skado, wachana baba yako. Mimi baba yangu mzazi alikuwa kamlevi. Na alikuwa anaenda mbali, tulikuwa tunaishi huko Kisii Nyamira, mahali panaitwa Ikonge. Sasa baba yangu alikuwa mlevi, alikuwa anaenda kukunywa busaa, mahali palikuwa naitwa Nyankono. Sasa akikunywa busaa, akikuja ni mlevi, ananunua nyama kilo moja, lakini by the time nyama kilo moja ifike nyumbani, itakuja ikiwa na matope. Maana ilianguka, kaichukua, kairudisha kwa mfuko, ingine akaiweka hapa, ingine akaiweka, lakini lazima itafika nyumbani. Na atakuta labda ameikojolea, maana alijaribu kuikojoa, akaikojolea, lakini itafika nyumbani. We never disowned this father. Tulikuwa tunasikia amekwama huko, amelala huko, tunakuja tunaitiwa, baba yenu aweko huko. Tunakimbia mimi na mama yangu, sisi wote tunaenda tunachukua baba yetu na makojo yake na mafi yake, tunapeleka kwa nyumba. He still remained our father. He still remained our father. He is going still, because kuna kitu imewekwa ndani ya mapasta na sisi washirika wengi, tumepakwa matope, tumewekewa ukuta kati ya mabaraka zetu na sisi. We've been separated from our fathers. That is why we cannot attain the full grace of God, because kuna wall iliwekwa katikati yetu na mababa zetu. Tunaambia huyo baba ni devil worshipper, and you've never worshipped with him the devil. Kwa sababu tumepiga umaraya na huyu, si ndio? Kwa sababu nishafanya, umeenda unani accuse ati tunapiga umaraya na huyu. Ulikuwepo ukaona tukipiga? Ulijuaje tunapiga umaraya? Ati huyu pastor ni mlevi, anaendaga kukunywa. Nilijulia wapi unakunywaga? Nilikuja kwako nikakuta pia. Si nakunywa kwa bar. Wewe ndio nione nikikunywa. Ulikuwa umeenda kufanya nini? Uliniona ukiwa wapi?
Ama ulikuwa umeenda kuuza sukuma? Ama ulikuwa umeenda kuombea walevi? Limarashiki tunakakemea pombe. Wewe ulikuwa jagiri, wewe ukunywagi lakini wewe ni jagiri. Wewe umepeleka kaasha kanisa kakapiga glasi mbili. Ndio ukadakaje vizuri ukikagusaga na holy touch. Naye yule anakamata mabotiro yake. Mkakutana jagiri mbili. Not unless we change and go back to God. Not unless we repent our sins. And this is where, rudisha huko. This is where now God comes in. And because of this human weakness, you are not condemned. God knows you have these weaknesses. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda huko Ulaya, mapasta watu wanakulaga waini. Ni Kenya tu hamkulagi waini. Mnakulaga mmejificha. Ukienda huko pasta, hata pasta wale wamealika wazungu hapa, si unakutaka ameekelea mutasika kwa mesa. Unaenda kiomba remasheterere basha. Ukiomba washirika wasikuja waone bishop wa kutoka Ulaya ako na mutasika kwa meza. Because God knows. He knows that we have weaknesses. Let us not judge ourselves. Let us not be demeaned by what God already knows, that we have weakness. Mimi niko na 99% weaknesses. Ndio naonaga nawaambia mimi sijaokoka vizuri. For now, nikiangalia niko 12%. 12. Kama usikuje hapa timuka kuona mdomo honoku. No, niko 12%. I'm still growing. Wachana hawa 100%. Mimi wacha nikuwe tu. Ndio Mungu achukue 82% ya kunirekebisha. Sasa wewe umekati 100%. That is why God is not with you. Yeah. Punguka uende 10. Upatie Mungu 90. Ndiye akaage karibu na wewe. Sasa wewe ulikuwa na 100%, Mungu alienda alikuacha maana umekamilika. Ndio kwa maana pesa imekupotelelea, ndio kwa maana maisha imekuwa gumu, ndio kwa maana mambo yako imekuwa gumu. Bana alishaenda, ulikamilika. Hana haja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. He is required to offer sacrifices for sins, for himself as well as for other people. Bwana Yesu asifiwe sana. For yourself. Before we start this initiative, lazima mtoe. Hello? Lazima mfanya nini? Lazima mtoe. Muombe Mungu, muulize, what can we do? What kind of a sacrifice are we supposed to give? Tulilie inchi. Kwanza kabisa, wabi ohereme hiya makumatu twedi. Si unajua ulikuwa criminal shule. Si unajua ulikuwa criminal kivyako. Kabla uokoke, si uliokoka kutoka kwa shetani. Yedu ukaambia Bwana Yesu, nimeokoka. Na ukaambia shetani, mimi si wako tena. Kwa hivyo kuna wakati ulikuwa shetani. Si ndio? Who has never been a devil worshiper here? Inua mkono wako kama hujai worship shetani. Si unaona? None of you. You are devil worshippers at some point. Ukaokoka, ukatoka kwa shetani, ukakuja kwa nani? Why are you condemning that goon? Why are you condemning that prostitute? What are you condemning? Huyo mtu unaona anatenda dhambi, yet you belonged there. And even you are much stronger there. Na hata hujaondoka maana unasegenyaga watu. Kwa sababu mapasta ndio nasemanga huyu hajaokoka. Nani alikuambia? Mlipima na nini? Ati huyu hajaokoka. Ati Dora Waruige hana sound doctrine. Na hiyo ni mchungaji mwenye amesoma Biblia. Do not judge because the judge is there. Ametoka kuhubiria watu, lakini akitoka huko anasema Dora hajaokoka vizuri. Anahitaji kuobewa, kukogolewa, akobolewe. Who gave you that permission? Nani alikutumia kitu ile inaitwa kiokometa ya kupima kiokoko ya mtu? Jesus never came for the good people. He came for the bad people. He never came for that righteous man. If you are righteous, you are not our member hapa. Kama wewe ni mtakatifu, sisi bosi yetu ni Yesu. Na Yesu hakukuja kwa sababu yako wewe. Kwa hivyo tuache uende, usirudi kukuja hapa. You the righteous. Alikuja kwa sababu watu wabaya, kwa sababu he died for your sins.
He gave his body so that man can be saved. He became one of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wa Kristo wangekuwepo wakati Yesu alikuja, Yesu angelaruliwa vibaya kuliko Masudasi na waita Masudasi na nani? Mafarisayo na Masudasi. How at least they were fair to Jesus. Na Masadukayo. Mabweha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wa Kristo wa saa hii, Yesu akuje saa hii na ile nguo yake mrefu imfika hapa. Alafu apitie hapa Moi Avenue. Akutane na men of God. Wale wamevaa kiatu imekaa hivi na amevaa designer suit. Alafu mjamaa akuje na akara zile za Kimasai. Ati mimi ndio Yesu Kristo. Nilisaliwa Nazareth. Nimekuja kuokoa ulimwengu. How do you think these pastors will do to this man? Watamwambia piga makoti tukuombe. You are a devil worshiper. Pepo litoke. Pepo toka. Pepo toka in the name of Jesus. Yet you are speaking to the Jesus. Because you value material than valuing God. The moment we are able to discern and to know what God needs in us, we will win battles. This nation will change it one day. Kasongo hata tusubua, uchumi haita tusubua, hao magunzi watazimika. You are very good. Wakapi tulikuwa Jakarada? Wakapi wanajua historia ya Jakarada? Kumewahi kufanyika mkutano huko watu wakakosa kuporwa? Never. Kumewahi kufanyika mkutano huko mkakosa kupigwa? There is no single meeting has ever happened. Hata ya Raila, hata ya nani, watu wanaporwa, wanapigwa. Uliona watu wakipigwa? Kuna mtu aliporwa? Na watu walikaa mpaka saa 5 walikuwa hataki kuenda. Kwa nini? They had the peace of God. Because of that one day tulienda huko tukazunguka tukiomba that Saturday. Tukazunguka shikuku kwa wapi? Yes, tukazunguka huko, tukaomba, tukaitisha uwepo wa Mungu just 1 hour. What if we make it a continuous process? What will happen? Did you see the crowd there? Nani aliita hiyo crowd? Mlifanya nini? Mlizunguka mkitakaza? Mapastors hapa hamkuita mtu. Kuna pastor wengine hapa alinipigia simu wa mama. I wish I can get you. Nitatafuta hiyo namba. Nitakuchapa kofi kama 5. Alikuwa ananidai ati alileta watu kwa hiyo mkutano yako. Nikamwambia mkutano haikuwa yangu mama. Mkutano ilikuwa ya Mungu. Ati nilete watu, sasa tulikuwa tumeambia utatulipa. Ni pastor, niko na namba yake nitaipata. Na nitamwangalia kama amejiandikisha hapa. Na kama uko hapa, nitakufuata. Bado niko na guns. Bado niko na guns. Yes, they are my friend. Maguns inweni mkono juu. Guns. Guns. Ina mkono maguns. Yes, tuko na wao hapa. Yes. Nitakunyorosa. Wewe mama ulinipigia simu. Namba yako nimemaliza na 75. Niliimark. Ati alikuwa nataka, nikamuuliza sasa unataka pesa ngapi? Ati watu wangu walikuwa nalipwa kila mtu shilingi 2,000. Kwa hivyo na walikuwa watu 30, nataka unitumie 60. Nikamwambia nenda usimame karibu na mahali kuko na M-Pesa. Nakutumia. Nikajaribu kupigia watu 2 3 wanitrace hiyo namba iko wapi. To buy time tumkute hapo. Ungekula mkate na soda ya Torino. Hiyo ujiga msilete hapa. We are seeking God. Wacha upuzi kutaka tamaa ya pesa. Ati umeleta watu kwa mkutano. Hiyo mkutano ilikuwa ya dola. Ni dola lisifiwa huko. No, I was used as a vessel. Ni facilitate. Mimi ndio nilifacilitate kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni 10% yangu. Tulitumia 2 million. 2.5 million. And that is my 10%. Yes, fanya hesabu. Mimi nafanyanga kazi. Mimi ni mwanabiashara. Na saizi nataka kumaliza niingie ndege ninaenda South Africa in my mining. Hello. Because I believe in the principle of the kingdom of heaven. That whatever God gives me, I have to give. Mungu nilimwambia ukinibariki nitafanya kazi yako na itafanya hivi. So I make sure I do it. I make sure I do it. What I give you is part of my 10%. Why? Because you are men of God and I am supposed to bless men of God who came to me. How many times do you bless people?
Ama mtu akigia kwako na mtasamaga na jicho ingine hivi, ukigojea kama kabahasha kanatoka, ukiona akigisa huku akitoa hadi kachivu na shida ino huyu na yeye. Maana ulikuwa nafikiria ni kanini? Nika kitu kanachomeka. And this is where we have failed. To command blessings, this is not prayer. Waje kuenda Katoroni ama kuenda Heaven's Gate kuomba, Baba ninakuomba unifungulie milango ya pesa. Milango ya pesa iko na principle yake ya kujifungua nayo. Si maombi, wachana maombi. Maombi is you create a platform, a relationship with your God. Then the rest you do the principles. Pesa inamulikagwa na ingine. You want to be given but you don't want to give. How will God bless you? And you lie to him, Baba ukinibariki na mimi nitasaidia mayatima. Baba ukinibariki nitasaidia masikini. Baba Sasa masikini wakikuja kwako na waitaka mikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. The little you have, give it to the needy. Do the work of God. He will multiply. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kukaukia. Wati niko na ngiri moja tu hapa. Hiyo ngiri moja tafuta toa 200 ya chakula. Tubo yako inahitaji 200. Nenda ununue jugu karanga pale jini na kagumu. Ukunywe na soda uendelee na maisha. Tafuta watu ambao hawana. Wasaidie na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ninakuaga na wazee 1000 wa 70 years and above. The oldest is 150. Na hao wengine ni 70 kupanda hivyo 1000. They come every Sunday. I feed them every Sunday. Every Sunday from my pocket. Ndio wameshona, wamama wameshona. Hebu nitolee hizo kiodo moja hapa. Nani yako pale? Nitoleeni kiodo moja hapa. Wamekuja nikawaambia shosho. Mutikadelee upusi goko. Simuko na mikono nimukuruta wira. Sigo yate mwana wakwa. Medoka hai. Niere. Uletwa bara ni Goma. Niliona ke. Sasa namuuliza Goma alikupiga wapi? Hai. Apostle. Ikotaranyita maundu maya. Nikamwambia wacha ujinga shosho. Ulimuni ugotiga. Niki uliweka. Niye ndatumaga ciondo basi. Rugamira hau. Kuma mothe ni ugotuma ciondo. Ndikuheaga wira waku. Hii ni kikopo hizi zimeshonewa hapa. Ni hao washosho ambao hawawezi. Hao washosho ambao wanafanya nini? Hao washosho ambao walikuwa wanapatiwa pesa na serikali sijui 2500. Hii kiodo ni shilingi 3500. Bwana Yesu asifiwe. Na ziko pale viodo. Wewe fungua hiyo mlango waone. Kwani unafuga? Hapa hakuna waizi. Toa mbigi. This is how we do. Hiyo ni project ya shosho. Ako na 70 years and above. The oldest mwenye alishona hii ako na 150. Na wewe umekaa tu hapa unagojea msaada, unagojea tu usaidiwe. No. We need to showcase how our God is powerful. How our God, mumulika tu na kamera. How our God. Leta hiyo ya Amerika. Kuna order inaenda Amerika. Leta hizo za Amerika. Kuna order, nimeitishwa order ya viodo 5000 kupeleka Amerika. One at kimoja Amerika tunauza 10,000. Na ni shosho. Alafu sio kwa kimwanaume kimetosha kibarubaru, kifua imefika huko, amefanya mapractice ya kwenda kudanganya watu. Sasa kifua kimefika kwa anakuja kuomba kitu. Hapana. No. That is not our God. Huyo sio Mungu wetu. Wacheni tuache. Mwambie mwenzako tuache kuaibisha Mungu. Nitomoshonoriretie muno. Mpaka Mungu wetu amedharalishwa. Lete hapa hiyo ya Amerika, hiyo ya Amerika. Moja tu imetosha. Lete hiyo. Hiyo inapelekewa, hii itaenda mpaka kwa ofisi ya Trump. Because one of the lady alikuja hapa anafanya kwa ofisi ya Trump na alisema I will take it to the Trump mwenyewe. This. Hizi wasichana wameshona ni washosho. Yule kumalizia tu ndio young man. Lakini zingine ni nani? Ni shosho. Hapa wanakuja na tumetirima, unaona kashosho kanaenda hivi. Kanasema gaini munene mpaka pressure iliisha, sukari iliisha, wakanyoroka. Alafu nikaambia washirika wangu, kila mtu adapt a shosho. Adapt what? Wanaume wote, mshirika wangu wote ako na shosho wake. Anamununulia nguo, anamununulia kile kitu anataka. Akigojeka dawa unamununulia. Adapt a shosho. We na shosho hiyo notaithagia. Kwa kukanidhani kulia andu akuru hakuna. Kwenu kwa makanisa yenu hakuna watu wazee, maana hawana faida kwenu. Mimi wako na faida.
Are you getting me now? Mimi wako na faida. Maana hizi zinakuwa exported to America. And we are going to make 1.9 million bob. Just from there. From a woman ambaye alikuwa naishi Mathare. Sasa fundraise, tumepata shamba na huko Ukabani. 50,000 acres. Nitawajengea tu nyumba. Hata kama ni 10 by 10. At least akitoka dunia ajue I owned a piece of land. Na zirudi kwa mfuko kiodo. Tumepata donors ambao wanataka kufadhili mradi huu. Lakini wewe umekwamilia kwa maombi mpaka umeanza kuombea watu. Unajua familia ni ya watu 5, nasema rakieka baba. Baba. Saduku hizi ni sanani. Jenesa ninaona Jenesa. Jenesa 5. Kwa sababu unajua huyu ni baba, mama na watoto wake 3. Baba akisikia ni majeneza 5, si familia imeisha. Na ako na 2,000 kwa account. Wewe jeneza na 2,000 ni nini muhimu kwako? Unatoa 2,000 uondokee kifo. And this is what we have been reduced to. Na hii ndio Mungu anatuangalia. Hivi ndivyo anatuona. And this is why our country is imeingia najisi. That is why we have the problem. That is why we have a generation ambao watoto wako wameuliwa. Enda pale Thika Road, ile hospitali ile ya Thika. Niwende Montezuma. Utaona uko Murang'a, tu magari tu road box, unakutaka mkutano ya magari karibu 3,000 wakipeleka maiti za watoto. And nobody has raised a finger. Why are we burying our children? Baba ndio anashika watoto. 20 years, 30 years, 15 years, 18 years. Na wote risasi. Walidugwa, alifanya risasi, wote. Why do you look at this? Instead of changing, my brothers and sisters, we need to change. Tubadilike tu fadhali. Tubadilike. Okokeni tena. I may not be able. Mimi si yuko qualified kuwaombea. Lakini please change. Change your ways. Change your ways. Come back to God. Let us change this country. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee basi nyingine tumalishe sasa kabisa. Nimekuwa kama wahubiri sasa. Basi 4. And besides, one does not appropriate himself for the honor. Sasa hebu webea mtu hapa, mtu apate kiwete iamuke. Uliona? Niliinua mkono mmoja tu, wakafunguliwa. God is using me mightily. Watangazieni watu wote wakuja hapa. You don't take this honor. Leave it to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't be appropriate yourself for the honor of being high priest. But don't even let people know that you are high priest. But he who is called by God, just like Aaron was called by God, takes the honor. Bwana Yesu asifiwe sana. Let your God take the honor. And if we take that, and we change ourselves, the country will start healing. And I believe from today, we start the healing. This is the month of July, a month of completion, a month that God rested. We are getting to August, a new month of the beginning. Let us think this. Let us take this as an appropriate measure to answer kuomba. With a purpose of changing this nation. With a purpose, kama Kasongo si wa Mungu, aondoke. Hallelujah. We shall package him aende. Na kama ni wa Mungu, abadilike akae na stailo ya Mungu. The will of God be done. Mambo ya 2 term na 1 term to cancel katika Kenya hii. Kwenye anga to cancel. 2 term, 1 term, no term. Cancel. Maana this is the generation, genesis of the goons. Ambazo mnaona. Sakaja ndio huyu ako na guni zake. Huko Asimbarati ako na guni zake. Ulisikia ule kwa akisema I am the father. Sasa father ameinuka. Father akiinuka guni zitatoka Kenya mzima. What they are doing, they are speaking. Wanaongea kwenye anga. Wanaachilia kwenye anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa hapa mnasema kwa sababu already you have taken sides. You are not supposed to take any side, men of God. You are not. Completely not. You are supposed to guide spiritually. That the king from heaven akuwe enacted. But now sasa naona hapa kuna watu huyu ni wa 1 term. Hata huyu ni wa 1 term. Huyu ni 2 term. Huyu ni 2 term, si ndio?
Yes, I can see. I can see. Sasa hapa tuko na one term, we are already being subjected to people that are supposed to be our subjects. Politics must not be guided by politicians. Politics must be guided from the spiritual level. We get to control the spiritual level for the country to behave the way God wants to behave. We are supposed to guide the nation towards God, not from God to politician. Politicians have so small people. Ati politician akuja kanisa hii, nimpatie microphone. Kodoo, nimpatie akuje hapa ashike microphone yangu. How now? Aende pale nitamwadalia watu pale nje. Waongelee na watu hapo nje. Lakini si akikuja hapa ni mshirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataa. They are coming to defile. Mimi nimefanya na politician. Wanaendaka South Africa wanasikwa. Wanakaa siku 3 kwa kaburi. Alafu anakuja kanisani. Akikuja anashangiliwa kuliko mpaka wewe. Anashangiliwa mkata kuliko Yesu. Kwa sababu ya ile power ya makaburini. Akitoka hapa amekuachia nini? Ameacha kama amenajisi madhabahu ya Mungu. And this is why they don't care. Wanakuja na tukanana kwa madhabahu, wanafanya vituko zote kwenye madhabahu na mnapiga makofi, and because there is a high priest inakuwa rubber stamped. Because an authority, a spiritual authority requires a representation of God there. Aweke tu muhuri. Akiweka muhuri hiyo kitu itatimika. Ndio unaona makanisa sasa Gachagua mahali popote naenda inapigwa. Maana kuna high priest. Kanisa ya kwanza Ikigogo akiwa kulikuwa na nani? High priest. So huyo high priest ndiye aliweka muhuri, guns zikue na zimekuwa na zimeendelea vizuri. So wherever you are an authority that you need to be very careful. Ukisikia kitu imeanza kufanyika, una cancel ama unakatesa, unasimamisha, because ikiandikika katika ulimwengu wa kiroho, it will manifest in the physical. And this blood itakuja kuulizwa si Gachagua, itakuja kuulizwa wewe ulikuwa huko. Maana you are the one who wrote the heavenly signature. You are the one who agreed na hukuzuia, and the reason you are there ni kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. So this month of July, let's commit it to God. Tufunge wale wanajua kufunga, tuende ya Daniel, tuende ya Esther, tuende whatever. By mwezi wa 8 tarehe 2 tuingie hapa mti. Sio kule juu, kukiwezekana kule juu yes, ama hapa town. Unaona hapa archive. Hiyo archive hiyo si marathon ni wanayakaka wanafuka hii hapa yote hivi. Mnakosa barabara sade msima. Unazungusha unaenda mpaka Kitegera, unazunguka unaenda kutokea Thika Road ndio kuja Nairobi. Hata sisi tufuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sisi tufanya nini? Tufuge. Tuende huko tuvue viatu zetu. Tutakase mji wa Nairobi. Kila mtu abebe mafuta yake. Tukuje kama wewe ni mtu wa maji, tumia maji. Kama wewe ni mtu wa mafuta, tumia mafuta. Kama ile kitu natumianga as long as si uchawi, ukuja tumwage chini, tumwage mchaka, tukanyage. Mahali miguu yako itakanyaga, you shall possess. We possess the city back to God. Recapturing the city. It is not recaptured by prayers. Ati kama baba ninakuomba riamo shakanda na hapana, pia miguu inahusika. Joshua aliambia Musa wakati mambo ya miracles ya Musa ilifika mwisho, kwa maana kuna wakati hii maneno inaendaka na steps. Musa alipofika mwisho, Mungu akajua now the season ya miracles imeisha. The season imetokelezea sasa ni ya rugu na buduki na paga. Na akajua huyu Musa nikileta mtu mwingine wa rugu na paga atakuja kusubua. Mungu akaua Musa kwanza. Akaua Musa ndio asikuje kusubua Joshua. Maana Joshua angechukua bunduki akisema kaiwi tu dedete huko. Kai Mungu wetu hapendi mapaga. Mungu wetu si wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu sasa alimake sure Musa na grupu yake wote walikufa. Ndio ainue mtu mwenye hana akili mbili, ako na akili moja. Akaambiwa aende achukue maruto 5. 5 kings. Akakata shingo, akadungilia kwa miti, akaduga. Just imagine sasa tunaenda kuchukua Ruto. How many levels tutapita ndio tufika kwa Ruto? That is how powerful Joshua was, and that is how powerful you are. How many layers of security? Alipita ndio afike Ai kwa president wa Ai, ndio afike kwa president wa Gibeon, ndio afike kwa president. Aliua 5 good kings. He conquered them. Mpaka wale wanaitangwa
ni wa Gideoni walisikia walisikia tu rumors wakakimbia kufanya agreement. Tumesikia wewe ni mubaya. Ni Meunites. Wakakimbia wakasema wacha tu, we are going to be your slaves. Kubali tu, usitumalize. Kusikia how powerful the man is. And this is you. You're a Joshua generation that does not care. Watu wa miujiza sasa wachaneni na miujiza. Tuape tutigane na miracle. Ya kuambia watu hawaponagi kwa sababu sijakutana na kiwete kimoja hapa barabarani kikisema mimi nilikuwaka kiwete. Hapana, tuachane na hiyo, tuingie kwa nini? Wacha Musa aliye ndani yako akufe. Mwambie mwenzako wacha Musa akufe kwanza, tumtafute Joshua. Yes. This land that Joshua was given had been told of them 400 years ago. When Abraham didn't have a kid, akaambia your generation itaingia kwenye utumwa wa miaka 400, lakini nitawaregeshea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hapa hivi Mungu ako na uwezo wa kuregesha Kenya mikononi mwake kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ikiwezekana tupange vizuri. Tarehe 2 Sunday ya kwanza ya mwezi wa 8, siku hiyo ndio tunaendea Kenya. Wangapi wanataka tuendee Kenya? Yes, lazima tuendee Kenya. Wewe kama wewe ni kiguoya ka nyumbani, I'm the general, I'm the commander. Mimi usiniite apostle, mimi ni commander. Uliona nilishukaje huko? Yeah, but kwa sababu nilichange. Na lazima I will lead you by action. Yes. Kama ni kuendea Ruto tutamwendea State House, Mungu akisema. Lakini kama ni mtumishi wa Mungu hakuna kitu mtamfanya. Hata mseme at one time. Hata mpige kura nyinyi yote atakaendelea kuwa president if it is the will of God. So let us seek the will, not seek our thinking. Let us seek the will of God. Is Ruto a will of God ama a will of man? If it's a will of man, hata mimi mwenyewe naweza kumwendea personally. I'm capable. But if it's a will of God, hata muende Kenya mzima, hata mpige kura kwa one term, bado atatakaswa mshindi. Kwani last time nani alikuwa? Si Uhuru alikuwa president? Raila alikuwa prime minister? Alikuwa intelligence government system yote ilikuwa na Raila. Alishinda. Nani alishinda? Yes. Do your calculations. Tuondoke kwa hiyo ulimwengu, tuingie kwa ulimwengu wetu. Katika ulimwengu wetu tutakoroga tukiwa ndani ya ulimwengu wetu. Tutafix nchi yetu tukiwa kwa ulimwengu wetu. Si kama ninawabo. Na kama hata mtaboeka, boekeni tu, maana lazima niwaambie. Mko sawa? Yes. No wote kudu mogeke dwara. Mwade hera thena nie na ugonisia kwa gweta. Swali, tusemesane ukweli. Kwa hivyo mwezi wa 8 tarehe 2 tuendee Kenya yetu. Wangapi wako tayari? Thank you very much. God bless you. So because of this tutakuwa na timu ambayo nataka to raise intercessors, watu seriously prayer warriors. Leo nataka tukue na timu ya prayer warriors. These prayer warriors tutakuwa before tufike mwezi wa 8. Hii mwezi hapa katikati kuna vituko lazima tufanye kwa hii Nairobi. Wenye unaonaga wahidi wakiteremka kutoka Westland wako mguu tupu, ni vituko za kiroho. Lazima tufanye vituko za lazima tuvunje geti zote. Maana ninajua kule geti zote ziko. Lazima tuende tuvunje zote. Tukifika mwezi wa 8 tarehe 2 Kenya tutakuwa kwa nao kwa mikono. Kabla niende Jakarada, unajua mnafikiria siku hiyo ya maombi ndio Mungu alikusikia? Hapana. Kabla ya Jakarada nilienda huko siku 7 daily. Nikizunguka hiyo uwaja siku 7. Nikazunguka Kayole siku 7. Yes. Uliza Daudi tulikutana na wewe saa ngapi? Yes, usiku. Na ndio wanachuga huko. Nisiingie, walikuwa wamechuka nisiingie. Nikamwambia hii ndio siku yangu ya mwisho kusuguka. Nimekuwa nikisuguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we must understand how to do this battle. It is not by power or flesh. It is by the Holy Spirit.
And we must engage systems zote. Lazima tuende kama ni wakati Jericho ilipatiano. Remember God telling these men that I have given you Jericho. But ukioma chapter 1 mpaka verse 1 mpaka about 10 there, amerudia mara karibu 5. Do not be afraid. No. Usiogope wala usifadhaike. Why? Mungu alikuwa anamwambia hivyo kwa nini? Na amekwambia nimekupatia Jericho. Nimekupatia hii microphone, lakini anakuambia usiogope wala usifadhaike. Why? Because God will never give you something that is not occupied. Hallelujah. God will never give you anything that is not occupied, because he wants to prove himself is a God to you. He will give you something that is totally occupied and totally different and totally captured. For you to win this battle, you have to lay down your body. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia Joshua, usiogope wala usifadhaike, maana mimi niko nawe, nitatembea. Maana what I'm fulfilling a promise to your fathers, not you. He did not do that because of the current crop. He did that because of the crop, the fathers. And he's also doing the same, not because of us. He's doing because he promised that Kenya will be the platform of the revival of his gospel. That the entire world will come to Kenya. The entire world watakuja kuchota moto Kenya. And God has chosen you for this moment to make sure that fire comes up. Sisi kwa nini sisikia ameni hapo? Ama hapo hakuna kupokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So we are going to have that team ya wanaitwa nini? Intercessors. Number 2, we shall have we need our praise team. Worship team. Wachana ya hapa. Tutengeneze tukue na worship team, because we need to worship. We need a team ambayo wataenda tu, tunasema Monday tunaenda tu pale kuabudu Mungu Uhuru Park. Tunafanya ibada zetu za kumwabudu Mungu. Tunaenda Jivanji, tunateremka Gekoba, tunaenda pale Kagara, tunaenda tu kuabudu this season, to prepare the ground, to prepare the warfare. Because this is what Jehoshaphat was told in the second Chronicles chapter number 20. Aliambiwa ya kwamba kuna group 3, the Meunite, the Moabite, and the people from the east, wanakuja kukushamu, and they were strong. Jehoshaphat alistuka. Lakini what did he do? He commanded a fast. Watu wote country mzima wa fast. They sought God first. We must seek. Hii maneno tutafanya mwezi ni kuseek God. Tutagogea wapi? Tutaendea Ruto, tutaendea Kideki, ama tutaendea Gachagua? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ndio Mungu atupatie direction. When you walk in the will and in the perfect will of God, you will always be perfect on it. So wakati Jehoshaphat akawaambia let us fast, and they fasted. Then from there wakaenda kanisani, wakainua sacrifice. Read your Bible. They raised a sacrifice. Then they were already commissioned now for the mission. After that, what God did, Mungu akatuma mtu anaitwa Jezariel. We need to have prophets now. Genuine prophets. Si prophet ya uga na ugali. Hapana, usituletee hiyo linae likiki likakokokolira. Tukue na watu genuine. Ndio watu wabie what God is saying. We hatutaenda sisi peke yetu. We have to walk with God like Moses said. We are going to walk with you. If you are not going, I am not going. Bwana Yesu asifiwe sana. Once they were, Jezariel alipokuja akawaambia nini? Akawaambia, now relax, men of God. This battle has been won. Hello. What you need to do is to prepare praise and worship team. Hallelujah. And they prepared the praise and worship team. Wakaenda wakiimba Hosana hallelujah. Wakaimba Hosana hallelujah. Kule wa Miunani na wa Moabi wakapigana wakaulana. Maadui wetu watapigana wenyewe. Hatutapigana na wao. Watapigana na wewe if we follow the right direction of God. Kenya itakuwa safi. Madevil worshipers utasikia wanachomana wenyewe kwa wenyewe. Wewe ndio ulitusaliti twatwa. Wewe ndio ulitufanya tu. Maadui wataanguka. That is why we need to raise a worship team. Na si worship team mkuje wanawake na wanaume mnaanza sasa kutembeleana, kubarikiana, worship.
It is a worship team that fears God. It's a worship team that respects God. Bwana Yesu asifiwe sana. Then we shall be able to move forward. Tuta-involve kila kitu. I'm now teaching you how to do this thing. Tuta-involve kila kitu. Esther chapter 1. Akamwambia anko yake nani? Mordekai. Mimi nitaingia. If I die, na nyinyi muende paka zenu zisikule, maumbu asisikule, nyinyi musikule, hata mende na cockroach wasikule. To involve everything in the city. Maana the city is captured. KICC niliwaambia ni nini? Ni sexual organ ya puda. It's a sign of sexual immorality. The headquarter of sexual immorality. Hii kako hapa kwa raudi hii hapa. Aka, kanaitangwa Obrisiki. Obrisiki, they are in every major city in the world. Ukiangalia wakati Ruto alienda kule kwa Trump, alikaa wapi? Alikalishwa nyuma ya Obrisiki. Kwa sababu hapo ndio aliinuliwa madhabahu. Jamaa akakuja kama amekonda. Sasa hii kitu ni madhabahu kubwa sana iko hapa. Ile karugu ya Moi iko pale juu ni madhabahu. Ile mseo unaona Kenyatta ameangalia parliament na mkono hii ingine iko sheria, mkono hii ingine iko city hall, nyuma yake ni koti. That's the rule. Hiyo ndio kushika mamlaka. Kule chini ni kaburi yake. Amewekwa hapo katikati. Ameangalia parliament, jaribuni mfanye kinyume na mimi. Nyuma yake ni koti, ninasikiliza ile maamuzi. Upande huu ni city hall. City ndio kila kitu. Upande huu mwingine ni sheria, kule sheria imewekwa. He is in control. That is why unaona Uhuru akishika microphone moja tu, 1 minute, nasikia kila mtu anaongea. Maana ndio wenye power. Hebu toa noti yako, mwenye yako na noti. Toeni si baby noti yako. Yeye mnaogopa ati haitarudi. Wewe venye mnasemaga kiendacho kwa muganga hakirudi. Ati ametoa noti. I'm teaching you something. Hii mnaona hapa. Hii ndio nini? Ni KICC. Are you seeing this? Iko hapa ni KICC. Kama mko nayo kwa media ni yake. Hii ni KICC. KICC kando yake kuna mzee Jomo Kenyatta. Are you getting me? Hapa kando kuna crown ya nchi. Imeandikwa nini hapo chini? Harambee. Harambee ni God of Indian. Called Harambe. Harambe. So here, hii ni madhabahu yote ya kishetani iko hapa. In your currency. And this is what you carry every day. That is why you remain. Alafu, hii organ ya puda ni sexual immorality. An altar of sexual immorality. That is why you see money and immorality in Kenya is one and the same. Hata pastor kama huyu akishika shilingi milioni 1 leo, kitu ya kwanza atafikiria ni msichana. Mwenye atamsaidia kupugusa. Mwenye atamsaidia kufanya nini? Ni ya nani? Asante baba. So if you look at your currency, is already an altar that you are carrying. And we must be able to raise an altar that will defeat these altars. And you cannot be able to do just by walking in the park. You have to do a battle. It is a battle. To win this is a battle. And you must be prepared. Ndio nataka kuambia kutoka leo. Watu wakukujia tu pesa hapa, mpuguke. Tumeingia phase nyingine. A spiritual phase. Sasa hapa ndio tunafanya kigideon. Tunafanya kama nani? Watu wapelekwa kwa mto. Ndio wakora watu ondokee. Tutembee na watu wanajua tunaenda kwenye vita za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuache kujidhalalisha. Maana tumejidhalalisha, tumejitia najisi, tumeonekana sisi hatuwezi kusimama na Mungu ila kusimama na kitu kidogo. Halo. Sijui kama nimewakosea mpaka wapi. Lakini mimi sijali. So when we involve everything, we involve our businesses, we shall involve our children, our parents, our churches, everything iko hapa yote. Soko hizi zote tutaigia huko soko. Si msiende ile ya Kikristo ya kawaida. Baba tumekuja katika hii soko kuna kuaga na mashetani. Ndio hapana. Tembea na miguu yako. Tembea tu pole pole. Mahali utakanyagisha.
Joshua hakuambiwa aende akipiga makelele. Mahali utakanyagisha miguu utamiliki. Are you together? Usiende kupiga makelele, watakuona vibaya. Kanyagisha tu miguu. Maana kuna watu ambao wamewekwa, nguvu za Mungu zimewekwa kwenye miguu. Na kuna watu nguvu za Mungu zimewekwa kwenye mikono. Musa nguvu zake ni nini? Umeshika kwa mkono, angusha chini. Ni nini umeshika kwa mkono? Goga mawe. Nguvu za Musa zilikuwa kwenye mikono. Nguvu za Samson zilikuwa kwenye nini? Kwenye nywele. And the moment you can be able to understand that, wewe ujue nguvu zako hazina kwa miguu, wacha kuandamana na watu wa miguu. Maana utaenda kuwasubua. Utaenda kutumia. Nguvu za Yeremia ziliwekwa wapi? Kwa mdomo. Alimuguza mdomo, akatoa matamshi ya kushindwa, akamweka matamshi ya kushinda. So Yeremia mahali popote alienda, aliambia udongo, "O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord." Sikiliza, Mungu anasema nini? Huyu mtu andika chini hata faulu. Mdomo. Kama wewe ni wa mdomo, yes, tufanye kia mdomo. Watu wa miguu wafanye ya miguu. Watu wa mikono wafanye ya mikono. Ay! It will be one day of liberating this nation. One day we shall liberate this nation. Sio kwa vita wala silaha. Sio kwa kusema huyu ni Kasongo, tuachane naye Kasongo. Wacha kumuita Kasongo, muite Ruto. He is a president of the nation of the country now. He is sitting. Na tunaambiwa to respect. Bwana Yesu asifiwe sana. Mupatie heshima yake. Ni nani alimpeleka huko? Si ninyi? Si uchawi, ni maombi. Si uchawi. Wakikuna tugakira tene, tugakira tene, tugakira tene, tugathure Ruto. Saizi ndio wanapigana, wamekimbia Wamonyoro wote kwenda kupigana ile waliamukia mapema, ile waliita si uchawi. Tuambieni ni nini sasa? Ukimwona huko Wamonyoro wakienda huko, na wao ndio walituambia si uchawi. Ilibadilikia wapi kwa uchawi? Na uliamuka mapema. Hello. We must renounce those words. Mukakuja mukaitwa hustler nation. A hustler nation. Who is a hustler? Who is a hustler? Huh? Who is a hustler? Anga. Yeah? What? A confused struggler. Is a goon not a product of a hustler? Is a goon your product ama ni product ya shetani? Tujiulize hapa. The goons ambao mnaona hapa ni product yenu ama ni product ya shetani? Ni ya shetani. Nani aliconfess? Wewe ulikuwa unaenda huko Karen, wewe. Na hata Ruto alikuja kwenu na akawaachia kitu. Na mkasema sisi ni hustler nation kwa madhabahu. Si ndio? So who is the problem? It is you. So you have to denounce that. Maana mlifanyia hiyo kwa madhabahu. Lazima tuikanso kwa madhabahu. Tukanso sisi si hustler, utaona goons zimeisha. Goons zote zitaisha because goons si product ya Ruto. Naona sasa wakisema ati serikali is sponsoring. No, they were sponsored from the church. He paid. Si aliwapatia pesa? Mudikere. He paid you. Mukadikere because alijua hana authority. Ile yako nayo ni sadaka. Atoe sadaka, akutumie wewe unene. So the problem we are facing is from pastors, men of God. So we have a man of God, we have to kneel down towards repentance. Tutarepent. Na kama usikii utaki kurepent, kwenda kabisa. Yes, sisi sasa ni Joshua generation. It doesn't matter, it doesn't care. Wanabebanga paga. Hawana ulisikia mahali Joshua akiomba? Usoma Biblia yako yote uniambie mahali Joshua ameomba. Hakuna. Hakuna. Ni kulalua, maana alikuwa anajua kuna Mungu. Unaomba nini na uko nayo? Sasa nikisema ni huyu tunashifinya, tutafinyia tu hapa. Na dunia iendelee vizuri. Huyu ujinga ya Ukristo mwingi tu. We must bring our country back. Yes. Na hakuna kitu ambacho tutafanya ingine
until Kenya is back. So by August, Kenya must be back in the hands of God. How many are for that? August, sema August. August will be a new dawn for this nation. The new beginning for this nation. And I want to end it there by commending you and thanking you for listening to me. I know I am the least qualified. I know I am the least qualified to speak before you. Maana nyinyi wengine mliokoka kabla hata sijazaliwa. Mimi nimeokoka tu juzi. Na hata kiokoko hiyo sina sana. Sina. Nimewaambia tu niko 12%. Yes. Kwa hivyo I am speaking from the weakness of being a vessel used by God, but not the strength I have. I have just spoken the mind of God. So if you want to choose it, choose it. If you want to not to listen to it, it's okay. Mimi niliambia Mungu wakati nilishika microphone, Baba nitumie kama vessel, usinikubalishe niongee kitu changu. Na yeye akasikia. Na in fact amenitumia mimi, nimezungumza venye alikuwa nataka kumsikie. Na mimi nimewakifanya nini? Nimehakikisha imefika vizuri kwa masikio. Uzuri leo nimeona ni watu wawili tu wamelala, hawa naogojea kafe akakwenda nyumbani kwa sababu hawakukuja hapa kusikiliza neno la Mungu. Na ni vizuri tu apate fare. Because anashira mahubiri, tuminia nini mahubiri? Mahubiri mingi ni ya nini? Tupatie ile kitu lititia tuende. Bwana asifiwe sana. So the next meeting that we are going to organize, we are going to come, kila mtu atafute dhabihu. Halo. Adoagai, mutafute dhabihu. Hii mkutano tutaandaa hapa, itaandaliwa na nyinyi. Mimi nilifungua. Itaandaliwa na nyinyi. Na usikuje hapa na 200 na 500. Hapana. The minimum utakuja nayo hapa ni 10,000. Umesikia hata nyinyi? Watu wa Monyoro. The minimum is what? Tuandae, tutaita mpaka president ama nani, whoever that will be available. Wao mababa zetu akina Harrison akina nani tutawaita hapo. Tutaita mpaka Waislamu na Waidi wapi? Hapo. Tuite Kenya mzima wapi? Hapo. Kenya mzima ipige magoti wapi? Hapo. Tujipeane kwa Mungu wapi? Muone kama Kenya itabadilika. Umesikia? Wale wapigagi magoti juu ya rami sasa anza kupiga tisi. Kufanya mazoezi. Maana utanili hapo 1 hour mpaka damu imwagike. Ati ai? Aiwe, ameshindwa hiyo ni maombi bado. Ni maombi. So we shall involve everybody, the business community, the political class, the religious class, magoons, everybody. Tuende hapa tumulilie Mungu. Tuite Mungu akuje. Atakuja. He is ready. Yeye mwenyewe aliniambia, waambia watu wangu watakasie niko ready. Because from then we shall take over the country. Umeona Ismaili venye amechukua city? Si umeona Ismaili venye amechukua city? Walikaa kikao kama hiki. Wakajipaga. Wamechukua city ama hawajachukua? We have to reclaim our city. Hallelujah. We have to reclaim. Na kwa hayo machache sana, kwa sababu nilikuwa nataka kuongea mingi nikaona watu wameanza kunikasirikia. Mtajipanga, sio mtapangwa, mtajipanga nyinyi. Kuhusu na group, if you are an intercessor, mtarudi pande hii. If you feel that you know that's hiyo ndio umeitiwa, ukuje hapa. Kama unajua kazi yako ni mobilization, ukuje hapa. Kama unajua kazi yako nini ingine tulisema worshiper, waimbi. Ni wafungi, wanaitangwa wafungi. Yeah? Waimbi, wanaitangwa waimbi. Yeah. Tutakuwa na worship, praise and worship department. Majina yenu itaandikwa hapa. Shika. Majina yenu itaandikwa hapo. Mobilization department itakuwa na leadership yake. Mtaandikwa hapa. Ndio tutakaa chini tufanye namna
Security. Wale watu wanajua mambo ya security. Majina yetu tunahitaji protocol. We have wachana na ile breakfast ya Safari Park. Hapana. Hii ni nyingine ya kibiguni. So we need special forces from heaven. Security. Sidio? We have them here. Then we shall have intercessory department, and we shall have usher, protocol na hospitality. Zote kwa pamoja. So I believe here, this team is here. Hapa. Sindio? This team is here. So kutengenezwe caucus ya leadership ya wachungaji na huyu akibishop tuheshimu mafuta. Wewe unaweza kwenda kwa Harrison, utakaguliwa kwanza kama umebeba buduki. Huyu akipiga simu tabio weha gotomera gari, ndio tutafute hawa wazee, utafutie the fathers. Yes, all the fathers. We need to be a blessing to our fathers. Before we start this battle, tuende tutubu kwa hawa wazee, maana tumewatukana, tumewanena, tumesema wamefanya. Wao ndio walifanya, wao kufanya. Sawa? So mtengeneze that caucus ya wachungaji, ndio kila timu iende mahali inastahili. Ndio ule mchungaji alileta wakora kwa hii forum yetu, tumudiscipline. Huyo si kufukuza. Kama kuna mchungaji umeleta wakora, umeleta watu wako wakora, si hatutakufukuza. Wewe tutakuchapa tu. Hakuna haja ya kubebele sana. Magutiri. Kuna haja gani? Wewe ni mchungaji, mtu mzima ako na akili, alafu unaleta wakora hapa. Si tukupatie discipline ndio next time ikue lesson kwako na walio na tabia kama zako. We don't need to bebeleza hawa. Yes. Na nyinyi gun. Magun. Mnanisikia? Discipline. Discipline ikue high level. Na muende munene, kesho kutwa tuko na guns hapa wote. Nimeita wa Kibera, wa Kawagware, all this Nairobi tumeita guns 600. Wakuje tukae hapa. Tuulizane maswali. Hii Kenya tutakaa namna gani? Tutaendelea kuhangaisha wamama ama tutakaa na discipline? Tutengeneze jeshi ya kulete discipline. Hakuna kitu ya mtu inafaa kuibiwa. Hakuna mtu anafaa kupigwa. Guns mmesikia? Ukipigana na wewe hautapata kitu. Hautapata because Mungu amekuangalia kile kitu umefanya leo. Alafu how can he trust you to give you vitu zake? Maana hiyo miharibu ilikuwa imetoka kwake. Na wewe umekuja umeiharibu. Sasa hata tutaweka disciplinary team. Inaitwa kwa military police. Tutaweka military police kwa maguns wherever they are. Simama wewe guni mkubwa. Wewe. Hii ndio guni ile kubwa sana huko. Na unaona kakana nyama lakini kanaweza kukuhangaisha. Tutatengeneza kikosi ya discipline. Na wewe taguni nyingine ndio ile imejifanya mzuri sana. Tutatengeneza kikosi ya kudiscipline. Tukijua ni nani alifanya kitu mahali fulani, usiite polisi, tunamwendea kwake, tunamfinyia hapo kwake, tunamweka ndani ya gunia siku 3 akikula mkate na soda. No, we must discipline the nation at all costs. Hello, pastor, acha kuniangalia vibaya. Bado nimeokoka. Anashida huyu mjamaa ameokoka kweli? Nimeokoka. Asa nikuuliza mami, Yesu alienda kanisani akakuta watu wamebadilisha kanisa imekuwa nini? Soko. Ukisoma Biblia maana mmesoma vizuri. Uliwahi kusikia mahali Yesu aliambia watumishi wake, nendeni kwa duka mnunue nyahunyo? Zilitolewa wapi? Alikuwa anabeba za nini? Alikuwa anabeba za nini? Yeah? Yes, alijua the kind of people ana face ni namna hii. Ni namna hii. Ni watu ambao wamejificha. Akaambia watu wewe bebeni, mimi si bebi lakini bebeni. Akaambia Peter weka panga wapi? Did he condemn Peter? Alimwambia rudisha, nitakuonyesha kazi yake. Kazi gani? Kazi gani hii anajua hakutuambia? We must discipline. Hello? Yes, we must be disciplined. Si kukuja hapa tu, kukuja hapa, unakuja hapa, unakula madasibiri, nini alafu unaenda. Hapana. Hapana. Ni moigwa. Atati, politician. Hapa msilete hiyo maneno ya politician. Mlikuja hapa alafu mtoke hapa mkiona igi kulingana na ulikuwa unataka. Sasa walk out, tutakukujia kwa nyumba.
Kama uliingia tuliingia, tuende pamoja. Baka tukomboe nini? Lazima tukomboe nchi. Mwambie mwenzako lazima tukomboe nchi. Thank you very much. Wale ambao walikuwa naendelea, tusimameni tu kwa heshima, tuombe, tushukuru Mungu. Na ile kitu ningetaka, najua we are facing challenges in life. Yeah. Najua we are facing a lot of challenges in life. Kuna watu wamekuja hapa, wachungaji pia wamekuja kuniomba tuombe pamoja. And I know this is happening to us. Wachungaji hawa mnaona hapa, licha kuongea hivyo naongea, wanakapitianga. Because shida zote ni mchungaji. Ile shida naleteago hapa ni mingi sana. More especially mtu kama mimi ambaye ni single and lonely. Ninaleteago hapa na wamama, kuna break up nyumbani. Sasa nawapatia counseling venye nyumba inafaa kuwa mzuri, venye watu wanafaa kukaa vizuri. Alafu ninaanza kumwaga machozi. Nikimwaga machozi wanafikiria ni Mungu ameniigia. Kumbe na mwaga machozi na shidwa. Sasa huyu, what kind of advice I'm giving? Mimi kwangu I am a failure. Sina mke. You can see now what happens to you. Dole na mtumia na mudhuri na kapo mokirio maigwithania. Unaamwaga machozi peke yako. Wao wanafikiria ni Mungu. Hakuna Mungu. Ni ile uchungu iko ndani yako. Venye unaumia. Ile unapitia Mungu ndio anakuambia nyumba imefungwa. Sina hata nini. Unaanza kulia. Anafikiria ni Mungu ameshuka, kumbe na wewe ile matatizo unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana wachungaji. I know you are going through this. I know you have these challenges in your life. But God is coming. Nataka tuchukue hii dakika mbili. Ushukuru tu Mungu, mwambie venye ulimuonekania Joshua baada ya kifo, maana Musa amekufa leo. Your Moses has died. Yes sir. Imetimia kwako? Si kuandika sahi. Angalia tarehe. Angalia tarehe ngapi? Nikaandika namna gani? My request to Kenyan spiritual fathers, Kitonga, Ng'ang'a, Waneno, Ng'ang'a wa CFF, Gatimu wa Apostolic Faith, Pius Moiro, Mike Karioki, Bishop Mohera, Bishop Margaret Wanjiro, etc. You are also included. Kindly join hands together and call a nationwide prayers for 2 days. We will join you because unity is required. Ongeeni, please. Pastor Muremi wa Karaja. Mimi ni Pastor Muremi wa Karaja. Wewe ndio Pastor Muremi wa Karaja? Shika hivi. Kuja hapa. Ukaha. Sasa ndana. Udeda tiriri. Najua. Utongoria andũ aya kũhera mehia mao. Uitisha au utakol. Hapa tuanze sasa. Umesikia? Alafu waombee. Ndio hiyo spirit iliwekwa ndani yako iingie ndani yao. Asiendelea. Haikalele. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hii jambo iliniingia na nguvu sana wakati nilikuwa nalala. Na sio leo, ni tarehe 25. Nafikiri mmesikia vile nimesoma. Bwana asifiwe. Na nilikuwa na uchungu mwingi sana. Kwa sababu mzee kama mimi akiona watoto wangu na wangu ni wako pia wakihangaika, ni nini hii inaendelea? Hii si mambo ya mchezo. Ati unaombea tu kwa nyumba yako peke yako, unaona hiyo maombi imefika. Bible inasema katika Zaburi 133 hapo 1-3, where there is unity God commands blessings. Sasa mimi sina uwezo wa kuita maombi, sina kabisa, lakini nilitoa sauti. Na sasa hiyo sauti Mungu, siko na nimepanga kuja hapa, nimeitwa tu leo tu na nikakuja tu, na nimeshukuru sana vile nimesikia vile Apostle Dora Origi amesema. Nikiwa pale hata nilikuwa nasikia Mungu yangu inatetemeka.
na sasa nasikia niko na nguvu kidogo, sababu maombi yangu imejibika. Kwa hivyo maombi ile wewe unaomba usiyadharau. Haleluya. Tamuka ukimaanisha. One day, one time itakuja ku happen. Mtoto wako anaweza kuwa na muanze kushika, mimi naongeanga hivyo tu. Mtoto wako anaweza kuwa ni whichever way, tabia yake baya. Wewe omba tu. Kama mimi saa hii nitaongea openly. Niko na watoto 10. Na mtoto wangu mmoja ni mang'aa zaidi. Na ni mwizi. Bwana asifiwe. Mimi niliambia moyo wangu na nikaambia watoto wale wengine wangu na wazazi wangu Yakoba huyu kuanzia leo, na si saa hii, ni hapo, kuanzia sasa anze kuitwa Pastor Simon Karanja Mureni. Bwana asifiwe. Yani tuanze kuona amebadilika. Haleluya. Ndio anatenda baya, lakini wewe aona mtu amefanya nini? Amebadilika. And that's the way hata wewe na mimi. Bwana asifiwe. Hii nchi yetu inaweza kufanya nini? Kubadilika. Na itaanzia na wewe. Haleluya. Wewe ni umoja wa hiyo nchi. Kwa hivyo anzana na wewe. Bwana asifiwe. Joshua 3:5 inasema nini? Joshua akasema, ambia wana wa Israeli wajitakase, maana kesho, haleluya, kesho ya nchi yetu mjue sasa imefika. Yakoba, mambo ya ajabu yatafanyika miongoni mwenu. Si hata wewe tuingie kwa hiyo kikapu. Bwana asifiwe. Na hiyo ni kumaanisha Yakoba forgive, yani wasamehe. Sema forgiving. Kila mtu aseme forgiving. Na tumeanza tayari forgiving. Ambia mwenzako nimekusamehe. Ambia hata huyo mwingine nimekusamehe. Number 2, sema number 2. Kuforget. Kuforget ni kusahau. Wale wajui kizungu. Bwana asifiwe. Kana kuli gani ruo? Yaani Bwana asifiwe. Ukisamehe unaforget na sasa unatubu. Mambo mangapi? 3. Kwa yale unajua na yale ambayo hujui. Sasa ukijiweka huru mbele ya Mwenyezi Mungu, alafu mimi na wewe na ule mwingine tuungane kwa pamoja. Haleluya. Na tuweke Yesu mbele, atatushindania. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa ajili ya wakati huu. Umetuunganisha mahala hapa. Ni asante kwa kujibu maombi yangu, yale ambayo yalikuwa yakinisumbua kwa muda mrefu. Najua Yakoba yule ambaye amesikia hii ombi ama hii sauti, yeyote yako chini ya hii sauti, utamulinda. May your presence be with us all the time. Tukiamuka na hata pia tukienda kanisani, tukienda hata manyumbani. Your presence may it be with us all the time. Na sasa tuseme kwa pamoja, tumetubu na tumesahau yale ambayo tulifanya tukijua na tusipojua. Bwana tusamehe. Wewe ni mwingi wa neema. Neema yako iwe pamoja nasi. Utulinde kwa yule muovu. Na utupatie chakula ya kila siku. Tupatie amani. Tupatie upendo. Kwa sababu Yesu Kristo alitoka juu mbinguni akibeba upendo. John 3:16 ndio inasema hivyo. Hilo neno ni langu, hilo neno ni letu, hilo neno ni la nchi yetu. Mungu wetu utusikie. Hatuna Kenya ingine, hatuna nchi ingine. Kenya hii ni yetu na tumeikubatia. Ni asanti kwa sababu hii itakuwa na furaha, itakuwa na amani. Watu wa nchi ingine watajifundisha kupitia kwetu. Na tunajua Yakoba umesikia maombi yetu. Na umesikia Yakoba tumetubu. Wacha iwe ni kwa ukweli ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kuona kesho yetu. Na ni katika jina safi ya Yesu Kristo Mwokozi wetu tunapata na kuamini. Amen. 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 Thank you. Kesho kiharia getini nitugugwita. Unaweza kuwa kuna jambo unalipitia ligumu na ungetaka maombi. Inua mkono wako juu. You have an issue that you want God to intervene.
ungetaka Mungu akushughulikie. Labda umekosana na Mungu, labda hali yako si nzuri, umejikuta kwenye uovu, umejikuta in the sin you have committed. Lift up your hand. We need to pray together. In the name of Jesus. Just lift up your hands in the name of Jesus. Tunataka kuamini Bwana pamoja, na kuna kitu Mungu anaenda kutenda. Baba, katika jina la Yesu, kwa ruhusa ya mafuta mtumishi wako, wewe ni Baba ambaye unatenda. Mamlaka yote na sifa zote ni zako. Hatuwezi bila wewe Bwana. Mahitaji haya ukasema na hoja zetu zikajulikane na wewe. Na wakati huu Bwana, watumishi wako wameinua mikono, na kila mtu ana jambo ambalo naumiza moyo, na maisha yetu Bwana ni yako, kwa sababu sisi ni pumzi yako tu. Ulipomuumba mwanadamu ukapuliza pumzi yako, kwa hiyo ni pumzi yako inaishi ndani mwetu, ni nguvu zako zinaishi ndani mwetu. Na kwa hivyo mahali popote tumepoteza uhalisia wako, tunaomba ya kwamba Mungu unaenda kurudisha. Tunaomba Bwana unaenda kurejesha. Tunakuita katika madhabahu haya, maana madhabahu inanena, madhabahu ina uwezo, madhabahu ina mamlaka, madhabahu ina roho inaonena. Na roho iliyoko katika madhabahu haya, chini ya kuhani wa madhabahu haya, tunaomba ya kwamba yeyote aliye na hitaji lake anaenda kukutana hitaji hilo, ya kwamba limetimia Bwana, ya kwamba umetenda Mfalme, ukimwondoa adui, ukiondoa vizuizi na machozi yaliyoko ndani ya mioyo, unaenda kuipangusa Bwana. Iwe hitaji la familia, unaenda kukutana nalo. Iwe hitaji la watoto shule, unaenda kukutana nalo. Iwe hitaji la makanisa, unaenda kukutana nalo. Iwe hitaji la biashara na kazi, unakutana nalo. Iwe hitaji Bwana kutafuta vyeo, unaenda kutenda Bwana, maana haja kila mtu unaijua, na wewe mbingu zako siku zote ziko wazi. Bwana, kutana nayo, maana kwa mlima wa Bwana inapatikana. Na kwa sababu wamekanyaga hapa, na kwa sababu wameinua mikono, na kwa sababu wamekutamani, kwa neema yako Bwana, ninaposhuka mbele zako, naomba ya kwamba unakutana nayo, naomba ya kwamba unatenda Bwana, kwa sababu ya wema wako na amani yako Bwana ikawe juu yao, kwa sababu umetenda. Ni kwa jina kula Yesu Kristo tumeomba pamoja na kuamini. Amen. Thank you. Uko mahali hapa ungetaka kuokoka, inua mkono wako. Inua tu mkono wako kama ungetaka kuokoka. Acha kuogopa. Thank you. Asante sana, tumefanya malengo yetu yote. Tuigie kikosho moja ndio muendelee. Sasa chukueni uchukani, pangeni watu venye tumesema, then from there we can do what is necessary for us to do. Amen. Hallelujah. Let's appreciate the man of God. Tumejaribu kumpigia. So we can do better than that. Amen. Tupigie mfalme wa amani makofi mazuri. God bless you. God bless you. Now you can have your seat. Wonderful seat. Bwana wabariki sana. Wangapi wamebarikiwa na hayo mafundisho? Mwenzako ameinua mkono. Wangapi wamebarikiwa na hayo mafundisho? Amen. We are building the kingdom of God. Na kuna kitu nimesaidiwa sana na our dad, mchungaji, ya kwamba tutabirie watoto wetu mambo mazuri. Mtoto wake amesema sio mzuri, yeye ni mwizi, lakini amemuita jina ya mchungaji. There is power in that. Praise the name of the Lord. Wakati tunawaita ng'ombe, busi, setani, wana behave like that. But when we call them wonderful names, like pastor, engineer, doctor, lawyer, huyo mtoto kuna spirit inamuingia.
Amen. Kwa hivyo dadi, umetufundisha kitu ya dhamana sana. Praise the name of the Lord. Kitu kingine ambacho askofu apostle ametufundisha ni kwamba tunaokokaga 100%, 98% mpaka Mungu anakosa na percent ya kukua pamoja nasi. Tunakuwa holier than thou, so special. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumebarikiwa na hiyo. Tupatie nafasi percentage kubwa ya Bwana ili aweze kutusaidia. Kwa nafasi hii, kwa sababu ya wakati, tunataka tujipange vizuri kama vile ametuelekeza, and have this document here. Tujipange vizuri ndio wakati tunaingia kwa mkutano kama huu tusiwe tunakutana na hatujiwani. Tunakutana being many, but we are in groups. Hard and we need food. Hard and we need food. Are we together? So we need you so much. We are in need of you so much. Tunakuhitaji sana. Either uingie upande wa prayer warriors, utakuwa upande wa upande wa praise, utakuwa upande wa security. Lazima ukue pande moja. Ndio tukiitana mkutano kama huu, tukimaliza kama hivyo apostle amemaliza, ni kusimama tu na kusema watu waingie kwenye area yao. Sasa unaona mkono unarudi kwa ukono, ni kama vile mwili uko na viungo mingi. Hallelujah. But we are one. Praise God. Before I do that, I want to appreciate the community leaders wametutembelea siku ya leo. Ningesema tu wasimame niwape na hii nafasi dakika kidogo tu. Wale viongozi wametutembelea, simameni kwa wapewe mic. Kujeni hapa kidogo. Nafasi yenu ilikuwa ya mpewe mbele, lakini kwa sababu ya wakati ule tulitumia vizuri kuabudu na kuombea nchi, kuombea watoto wetu, kuombea mahitaji yetu. Habari, and we need them. Praise God. Taja jina lako na useme umetoka maeneo gani na nafasi yako ni gani. Usiseme sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Lidia Wangeshi, natoka pande ya Ruaraka, Laksama Ward, na si ndio tunakuwa komiti ya kuandaa mambo ya mfarume wa amani. It is a foundation. Na sijasikia mkiongelea sana juu tulikuwa tumekuja na watu na tulikuwa tunataka kuhamasisha mambo ya peace. Because kama hatuna amani, hatuna hata nchi. Si ni ukweli? Na ningetaka kuhimiza wamama, nikiwa mama mmoja, one of you, tuhimise mambo ya peace, because sisi ndio huwa tunaathirika saa zile hakuna amani. Asanteni sana. Mpigieni makofi mazuri. Unaweza keti ndio tuendelee hivyo. Kwa ufupi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Stella Mbinya, nimetoka Makadara, na yangu ni kuwahimiza tusitoke kwa hii course. We need peace in our country. Amen. God is good. Muna appreciate. God is good. Tumewekea nafasi hiyo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sema #napenda amani. Si ni kweli? Nani apende amani? Si unaona wakati tunaelekea wakati wa uchaguzi. Unapata saa ndio kuna Kimujaluo, sijui kuna Mkikuyu, kuna nani, lakini tukimaliza uchaguzi jirani yako anakuwa ni yule Mkisii, yule ulikuwa unaona Mjaluo, ndio unaomba chakula, ndio unaomba maji. Si ni kweli? Kwa hivyo tunahitaji hii mfalme wa amani tukue nayo na tuendelee nayo. Kwa majina naitwa Wangombe, nimetoka upande wa Embakasi East, Embakasi Ward. Mbarikiwe. Amen. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Hebu angalia mwenzako umwambie kutoka leo wewe ni mfalme wa amani. Kutoka leo wewe ni mfalme wa amani. Si vizuri? Kutoka leo wewe ni mfalme wa amani. Kutoka leo wewe ni mfalme wa amani. Sisi Kenya yetu tunataka amani. Na diposa aposto wetu ametupangia tuanze na hii Nairobi yetu. Si itawezekana?
Si unajua Nairobi kukiwaka Kenya yote itawaka moto. Tunataka amani Kenya yetu. Naitwa Njoroge kutoka Roysambu constituency. Asanteni sana na karibuni hapa. Amen. To move pamoja. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Naitwa Ngatia Ephraim, nimetoka Embakasi North. Hapo ndio niko na nashukuru sana kwa sababu ya hii mwito. Where there is a vision there is provision. Hey. Praise the Lord. Unajua the Bible says where there is no vision people perish. People perish. Then the Bible says in the book of 2 Chronicles 7:14, when watu wenye wako kwa authority, when the people who are in authority, wenye wako katika mamlaka wakiwa wabaya, people perish. Bwana asifiwe. But when the righteous people are in authority, people rejoice. The time has come for our nation to rejoice. God bless you. Yeah, God is good and all the time. Yeah, kwa majina anaitwa James Yetau. Nimetoka pale Embakasi East. Lower Savannah, mali tulikuwa Jacaranda. Si mnajua hapo mali? So mimi sitaki kusema mingi, lakini kuna slogan mbili nataka ni test kidogo. Tukisema harambe tunasema ngaji? Tunasemanga one term, si ndio hivyo? Na mwingine anasema two term, si ndio? Tukisema harambe tunasema one term na mwingine anasema two term. Lakini sasa saa hizi tuko hapa kwa mfalme wa amani, si ndio hivyo? So hata tutakaporudi pale nyumbani wakisema harambe na sisi tunasema amani. Wacha tujaribu. Harambe. Harambe. Haya, mbarikiwe, tuko pamoja, tutasafiri pamoja. Sivyo? Amen, amen. Bwana asifiwe. Harambe. Harambe. Amen. Kwa majina naitwa Apostle Wanjiko, nakaanga Embakasi Central, lakini nasimama Women Rep Nairobi. Mbarikiwe sana. Thank you very much. Hao walikuwa hapa tunaitaga Ambassadors of Peace. Me, I'm Boniface Duogige, I'm the chairman kwa hiyo group. Kwanza ni kupeana apology. Niko na apology wa leader wetu wa starehe, anaitwa Mr. Mwai. Niko na apology wa mtu wetu wa hapa Kamukuji, anaitwa Mr. Kimida. Na actually ni Honorable Kimida, anasimama kiti ya MP. Niko na apology ya Madhare, anaitwa Eliza. Simajua tuko na shughuli mingi saa hii Kalau. So leaders wengi wameenda kushikilia leaders wetu kule, ndio tukue na amani, si ndio? Amani Kenya. Amani. Leader amani. Mfalme wa amani. Asanteni sana. Tuko na apology ya Embakasi South ambaye ni Mwalimu Karano, pia yeye anasimama kiti ya MP huko. Tuko na apology ya Embakasi West kutoka kwa mtu anaitwa Irongo Mwangi, anasimama kiti ya MCA huko. Sijui ni Kariobangi South. Just come. Though ametuma representative anaitwa Edith. Edith tumekuwa tukifanya na yeye mambo mingi ya amani, ya siasa. Utawasalamia tu, uwasalamia tu na uwaambie jina yako na utuletee salamu za watu wa Embakasi West. God is good and all the time. Naitwa Edith Mwai. Mimi nasemanga mimi ni Mkikuyu before I became a Kenyan. And no apologies about that. But sisi wote ni mandugu na madada, and so tunakaanga na amani. Biashara yetu ni kingdom business na peace. Tunafanya siasa ndio, lakini amani sababu hatuna Kenya ingine, hii ndio yetu. Hatuwezi haribu Kenya. Mungu awabariki. Embakasi West tuko sawa chini ya Muriithi Mwenje na amekuja DCP. So we are good. Okay, sawa, asante though. Hatukuwa tuseme maneno ya chama leo, lakini
Asante, tumesikia. Mmesikia mahali mtu yote amesema one time hapa? Leo umesikia kitu kama hiyo? Kwa sababu wakati huu tunaongea maneno ya amani. Niko na apology ya kutoka Kasalani ya msichana wetu ambaye ni Jensi, tunamuitaga Gracela. Wale wamekuwa kuja hapa, umekuwa ukiona msichana mdogo, tumekuwa tukifanya naye kazi hapa. Na kwa hivyo I hope you have accepted those apologies. Na nikitoka mahali natakaga kufunza watu kitu. Na uniwe radhi tu kidogo, dakika moja tu. Kwa ufupi sana. Sawa, thanks. Last time niliwafunza pillars of peace. Ambaye niwaambia ni truth, justice, love and freedom. Si ndio? Leo nataka tusome kitu tu kidogo ambaye ni maneno ya cues. Ati nini? Cues. Watu wengi mtoto akipita shule mnasemanga, huyu mtoto wako uko na very high IQ, si ndio? Lakini kuna other cues ambaye mtu wa binadamu ama mtu wa hapa duniani anafaa kuwa nayo ndio ukamilike zaidi. Ya kwanza ni kitu inaitwa EQ, si ndio? Amaje Ochieng? Unajua about EQ? That is what we call emotional quotient. Emotional quotient is ability to respect other people's boundaries, si ndio? Then we have got what we call SQ. SQ is ability to network. At the ability to do what? Network. Then we have got what we call AQ. AQ, that is what we call adversity quotient, and that is the ability to overcome things whenever you have got any problem. Sasa, lakini sasa mimi nikitaka tukome hapo kwa SQ. SQ ndio itatusaidia ndio tuweze kupanga hiyo maneno ya tarehe 2. Ama namna gani? Mimi nawaambia hapa, approximately we are like 400 men and women, si ndio? What if each and every person go askize watu 25? Do you know how many people are they? They are 10,000. Na hiyo tutakonka mji ama tutakonka? Kwa hivyo sisi wote tukue ambassadors of peace, na mimi nitawaacha na baraka ya Mungu. Mungu abariki, awajalie mahali popote utakanyaga pakuwe na baraka. Asanteni sana. Amen. Apigiwe makofi mazuri. Wacha niwaonyeshe vile makofi inapiga kwa kuja mzee, uwafundishe makofi. Kuja uwafundishe. Nitakushikia, wafundishe. Nitakushikia ndio waonyeshe. Haya. Mko tayari? Mko tayari? Give them a hand clap. Another one. Another bigger one. 1, 2, 3. Turudie. Haya. Give them a hand clap. Another one. Another bigger one. 1, 2, 3. Simpigie makofi mazuri. Amen. Kwa hivyo kitu moja tumekubaliana mahali hapa. Hatuko hapa kwa sababu ya agenda ya siasa. And we are not here kwa sababu ya a certain party. Hapa tuko na watu wa KANU, tuko na DCP, tuko na UDA. All parties are here. Lakini tunapoingia mahali hapa, tunakuja kwa mfalme wa amani. Kuweka amani the whole of our nation. Are we together? Kwa sababu ukiwa unafanya biashara ama una drive gari yako ama uko na mali yako una enjoy na hauna amani, hauwezi sikia vizuri kama kuna furugu. Kwa hivyo pate zetu zote tunaziweka pale, tunaingia kwa ajenda moja ya kuweka amani. Tuko pamoja. Uwezi hubiri kukiwa hakuna amani, uwezi hubiri injili. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunajua tuna wale ambao wanaomba viti, na mimi niko na pate yangu na wewe uko na yako, but ile maono apostle alikuja nayo ni maono ambayo mimi mwenyewe, and not only me, hata wewe pia haujawahi sikia kiongozi yoyote amesema akusanye all the body na watu wengine ambao hawajaokoka na wengine pia sio wazuri. Mnaona wakati tulienda Jakarta, ile maandamano ilirudi, haikuwa na furugu kama zile zingine.
hata Jakaranda yenyewe watu hawakuporwa, watu hawakuibiwa, hawakupigwa. Na hiyo ndio ajenda tulipitia kwa ndege juu. Akaniambia tuombe tukiwa juu, kwa sababu tunakamata maroho ya agani alafu tufike chini. Are we together? Ndio tukuje huku tukanena baraka. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunaweka amani in all means. Tutafute tuunganishe better when we join our hearts. Tufanye hii kazi kwa pamoja. Na hakuna mtu ambaye tutaata nyuma. Tumeambiwa hakuna, hata kama ni mlevi tunamhitaji. Aweke amani Soweto, Dadora, Mukuru kwa Jenga. Our brothers and sisters are there. Tutaki kusikia mtu duka yake ilifujwa, ama mtu aliibiwa, ama mtu aliuliwa. Hii mambo ya premature death tutaikomesha. Are we together? Sitaki kuongea sana kwa sababu najua masaa yetu imesoga. Nitamuita Bwana Sikuku awasalimie. Tumekuwa na yeye na watu wengine 18, sitawaita kwa saa hii, ndio tuweze kupanga hapa. Wasalimie dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu angalia jirani yako, muangalie kidogo. Amekasirika? Amefurahi? Msalimie, mwambie umesalimika. Asante sana. Jambo la kwanza nataka nishukuru wale wote tumefanya nao kazi, ambao ni wachungaji ambao tulianza kikosi. Umekuwa watu wa baraka na wanyenyekevu, na pia simama tu, wale nilikuwa nao, tulikuwa na wao. Asante sana. Tuko na Bishop Maxwell, tuko na Peter pale, tuko na Luka Reverend, tuko na mtumishi wa Mungu, mali ya Mungu Apostle, tuko na Mark ako wapi? Thank you so much. Tuko na Bishop Andrew Ogonda, tuko hapa na Bishop Kaunda ako pale, tuko pale na Kea na Apostle Victor. Yes. So Bwana wabariki sana, mkae chini. Tuko hapa na mtumishi wa Mungu Mkorino. Asante sana. So ninataka niseme ya kwamba leo tumekuja kwa ajili ya kujipanga. Na kujipanga ambako tumekuja kujipanga ni kwa sababu tumekuja Jumapili yetu imekuwa ni Monday ya wachungaji kwa ajili ya kongamano hili, si ndio? Si tumefanya Monday 2-3. So today we are preparing ourselves, kwa sababu kila mwanadamu lazima aongozwe na sheria. Si ni ukweli? Pasipo kuongozwa na sheria hawezi kuenda. Si ni ukweli? Na sheria ni watu gani wanatunganga? Si ni sisi? Lakini nakula kwao. So ninataka niseme ya kwamba tarehe 2 mwezi wa 8 we are preparing for this city, na itakuwa kubwa sana pasa kuliko ile ya Jakaranda. Si umeniona? Naitwa Apostle Humphrey Shikuku. Mungu awabariki. Asante sana Reverend. God bless you. Appreciate Mr. Sikuku, Pastor. Okay. Wewe unajua the gift you have. We have different gifts. Talent zetu ni tofauti. Kwa hivyo tuna fomu ya kwanza ni praise and worship team department. Kama unajua you are good in that and utakuwa available. You might be good but your availability ikuwe ni poor. Unajua wewe unaweza kuongoza kigosho vizuri na kuworship, kuabudu. Simama kwa miguu yako. Bethel Clouds TV, empowering lives. Nitapatia nani ataandika hii majina. Mwende muandike majina yote. Utaandika namba jina. Namba.
Clouds TV, empowering lives. Okay, ninakumbushwa kitu kingine na mchungaji rafiki ya kwamba wewe ni Bethel Clouds TV, empowering lives.